uwe nasi Bwana, uwepo wako Bwana, uwe na, mwambie Yesu uwepo wako, inua tu mikono yako, tazama juu, mwambie Yesu uwepo wako, bila wewe mimi si chochote Bwana, uwepo wako na nguvu zako Bwana, uwepo wako, uwepo wako Bwana Yesu, uwepo wako, uwepo wako Bwana ukae nasi, uwepo wako utembee nasi Bwana, uwepo wako ukae nasi milele. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza mimi, uwepo wako Bwana uwe na, kwa maneno sema ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana, uwe, mwambie tena Bwana ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana Yesu, mwambie tena Bwana ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana, mwambie tena kwa sauti ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana, uwe na, ombi langu peke yangu sitaweza, uwepo wako tumwambie tena kwa sauti, ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana Yesu, uwepo wako, uwepo wako Bwana uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako Bwana, wakini tazama wakuone wewe, nifinyange Bwana, nifinyange, wakini tazama wakuone wewe, unifinyange, nifinya, sema wakini tazama mimi, wakini tazama wakuone wewe, unifinya Bwana Yesu,
moyo uliobondeka utadhara ni kiu yangu. Mtu awe na kiu na haja yangu, oh, nifanane na, oh, nifanane na, kwa sauti maombi, mwambie Yesu ni maombi yangu. Moyo uliobondeka utadhara ni kiu yangu, tena ni haja yangu, nifanane na we Bwana, nifanye Bwana, nifanye kama wewe, unifinyange Bwana, unifinyange Bwana, oh, nifanye Bwana, nifanye kama wewe unifinya. Bwana Yesu nifinyange, nifinyange Bwana, hao walionidharau wakini, tazama wakuone wewe, unifinyange, unifinyange. Bwana Yesu tufinyange, tufanye vile wewe unavyopenda tuwe Bwana. Tufinyange Bwana, tukunje vizuri Bwana, ili tukakufanane wewe Bwana Yesu. Sisi ni udogo tu, bali wewe ndiye muumbaji. Finyanga mioyo yetu iliyo kama chuma Bwana, ikayeyuke, ili Bwana Yesu tukakupendeze wewe peke yako, maana kuna mwingine kama wewe. Sante Bwana, sante Yesu, sante kwa uweza na nguvu na uwepo wako Bwana. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Master. We serve a miracle working God, the God who never changes. Men can change, but our God, He can never change at all. Your son, your daughter can leave you, your husband, your wife, your friend, your pastor, your prayer partner, but our Heavenly Father is a God who never fails, who never changes, the God who hears our prayers, the God who answers our prayers at His appointed time. Thank you Jesus, thank you dear Lord for your power and your presence. We are nothing without you. You will never ever change. Somebody sing with me that song. You are the Lord, you remain the same. You can we say it again? You will never, you will never change. You are
Somebody appreciate Lord Jesus. Pigia Yesu shangwe gelegele. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Naweza ukampia Bwana Yesu makofi mazuri ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama uko sema amen kubwa. Amen. Kama uko hai sema amen kubwa. Amen. Kama uko hai sema amen kubwa. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Hebu nisalimie jirani yako. Na kama ameketi unaona hana shida yoyote ya mwili, msimamishe juu. Kama ameketi unaona hana shida yoyote ya mwili, msimamishe juu. Hallelujah. 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 Nakupenda. Oh, nakupenda. Sina mwingine oh kama wewe Yesu. Sema nakupenda. Nakupenda. Oh, nakupenda. Sina mwingine oh kama wewe. Haleluya. Moja kwanza. Nilikuwa nataka muamke akili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe umekaa tu, umejamaza, sijui umepigwa na nani, sijui umekasirishwa na nani asubuhi. Sasa ukiingia hapa unaweka sura ya ndimu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako mimi usiniwekee hiyo sura. Mwambie usiniwekee hiyo sura, nataka kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie nataka kumsifu Bwana. Kumsifu Bwana. Usiniwekee hiyo sura. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa dakika nusu dakika salimia watu 2, 3, 4, 5, waambie karibu katika ibada ya leo. Piga makofi yako. Nasema weka makofi ya juu. Nasema weka makofi tena. Oh, nakupenda, nakupenda, nakupenda. Sina mwingine oh kama wewe. Sema nakupenda, nakupenda, nakupenda. Sina mwingine oh kama wewe Bwana. Haleluya. Amen. Sasa mbona upande huu amechangamka kuliko hapa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana, wapigieni wale makofi mazuri. Na ni wageni, wamekuja siku ya leo ni wageni, alafu wamechangamka kuliko wenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Huu wimbo unasema hivi, bila kwanza keyboard. Nakupenda kwa wale wageni. Nakupenda. Sina mwingine oh kama wewe Bwana. Mmeshika sasa. Nakupenda. Hebu tuende tena.
nakupenda, sina mwingine oh kama wewe Bwana. Twende! Nakupenda, nakupenda, sina mwingine oh kama wewe Bwana. Mwambie tena nakupenda, nakupenda. Mwambie Yesu nakupenda, sina mwingine oh kama wewe Bwana. Mwambie kwa sauti nakupenda, nakupenda, sina mwingine oh kama wewe Bwana. Mwambie nakupenda, nakupenda, mwambie nakupenda, sina mwingine oh kama wewe Bwana. Mwambie nakupenda, 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 sina mwingine oh kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa mikono juu kwa Yesu, 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 mikono juu kwa Yesu. Peperusha kitambaa, peperusha kitambaa, peperusha, peperusha, peperusha kitambaa, peperusha, 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 peperusha. Vigelegele, vigelegele kwa Yesu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu 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 kwa Yesu. Shangilia, 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 shangilia. Hapo, 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 hapo. Vigele, vigele, vigele.
Hallelujah. Hiyo gitaa na keyboard haziendi vile ninataka. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwa nini kuna hiyo namba 5 hiyo? Cheza na hiyo namba 5. Hiyo ndio inakuwaga ya nyimbo kama hizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi uzuri yangu sijuagi kunyamazia. Bwana Yesu asifiwe. Kama haiendi. Kama inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka muende sambamba. Kuna mtu wako off hapo katikati yenu nyinyi wawili. Hallelujah. 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 Furudi wareme moyo furudi. Furudi wareme moyo furudi nakaragamba. Furudi wareme moyo. Oh, furudi wareme moyo. Furudi wareme moyo. Furudi wareme moyo. Furudi wareme moyo.
Hallelujah. Bwana asifiwe. Hebu nikonfirmie jirani yako kama amesweat. Kama hana kitu mwambie wacha ujanja wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Gogo shagai goro ikenete esiria makwa ematheru iki agereire Jehova Kai otirete ugananie gogo shagai goro ikenete esiria makwa ematheru tadoe wiki agereire Gogo shagai goro ikenete esiria makwa ematheru tadoe wiki agereire Jehova Kai otirete ugananie gogo shagai goro ikenete esiria makwa ematheru tadoe wiki agereire Jehova Kai Hallelujah. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Wapi watu wa Western hapa? Watu wa Western mko? Sasa sitende ingo kidogo. Si ndio? Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mwenzako mwambie mrembe ribukana. Mwambie tena mrembe ribukana. Hallelujah. Hallelujah. Mabega. Twende kila moja namna hii. Mabega. Yesu yananga. Hallelujah, Yesu yananga. Oh, Yesu yananga. Hallelujah, Yesu yananga. Yesu yananga. Oh, mami yananga, Yesu yananga.
Mshukuru Mungu, mwambie asante kwa kunifikisha kwenye nyumba yako kwa ajili ya ibada zako. Mwambie thank you God. Mwambie nakushukuru. Mwambie hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndiye unastahili. Wewe ndiye unastahili peke yake. You are worthy to be worshipped. I glorify your name, Father. I give you honor and glory because you are the master, you are the king. Mshokerie kadho kwa lugha yako tu, mwabudu. Mwabudu tu kwa lugha yako. Mwabudu kwa njia ambayo inakupendeza wewe. Mwambie unastahili. Mamlaka zote za mbingu na dunia ni zako. Mwambie wewe tu ndiye Mungu. Sina tegemeo lingine ila ni wewe. Ni kwako tu, ni kwako tu. Ni kwako, nikulewe, nikulewe. Thank you. Thank you. Thank you Lord. Asante Baba. Asante kwa kutuwezesha. Asante kwa kutufanikisha. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuhimiliwa. Jina lako litukuzwe. Wewe tu ndiye Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka. You are the king. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru na kuabudu asubuhi hii kwa ajili ya waja wako hawa wamekuja, kwa sababu wamekuja kutafuta uso wako. Wametoka sehemu mbalimbali wakisema ya kwamba wanajua utakutana na mahitaji yao. Asante Baba, nakushukuru. In Jesus name, somebody say amen. Kwa jina la Yesu mtu aseme amina. You may be seated. Waweza kuketi. You may be seated now. Waweza kuketi. In the good name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Because our Lord Jesus kwa sababu Bwana Yesu has given us the blessing. Ametupa baraka. He has given us the anointing. Ametupa upako. And therefore, na kwa hivyo God has given us an opportunity. Bwana ametupa fursa hii. This wonderful morning. Hii siku njema yenye asubuhi. That we may receive his anointing. Ya kwamba tukapokea upako wake. That we may receive his favor. Kwa sababu tumepokea kibali kwake. That we may receive his healing. Ya kwamba tukapokea uponyaji kwake. Today, leo we are going to be healed. Tunaenda kuponywa. Today, leo you are going to be delivered. Tunaenda kukombolewa. Today, leo we are going to be lifted up. Tunaenda kuinuliwa juu sana. Not something special. Tuna jambo ambalo ni la kipekee. It's going to happen today. Linaweza kutendeka siku ya leo. There is something special. Kuna jambo la kipekee that you have never witnessed. Ambalo hujawahi kushuhudia. That is going to happen today. Na kwamba litatendeka siku ya leo. It is so wonderful. Ni jambo la kupendeza. To see glittering faces here. Kuona nyuso zinazofurahisha. It's very wonderful to see you. Ni jambo la kufurahisha kuwaona. Because you are very special. Kwa sababu nyinyi ni wa thamani. You are very important. Nyinyi ni wa maana. In the kingdom. Katika ufalme. You are very important. Nyinyi ni wa maana. Nobody will forsake you. Hakuna mtu atawakati. The Bible says Biblia inasema that I will never forsake you. Ya kwamba sitawawacha. Nor leave you. Wala kuwawacha. It doesn't matter the situation you are in. Haijalishi ile hali ambayo uko ndani. It doesn't matter what they are saying about you. Haijalishi wanasema nini kukuhusu. It doesn't matter what they call you. Haijalishi walikuita nini. What matters most. Kinachojalisha. God loves you. Ni ya kwamba Bwana anakupenda. He will never forsake you. Hata kuacha. He will never leave you. Hata kuwakatalia mbali. He will never abandon you. Hata kuacha upweke. In the time of need. Na katika wakati wa hitaji. He is with you. Yeye yu pamoja na wewe. In the time of need. Wakati wa hitaji. He is a perfect God. Yeye ni Mungu mwenye hakika. A perfect God. Mungu mwenye haki. To heal your heart. Ya kwamba atakuja kujenga moyo wako. To change your status. Atabadilisha hali yako. To change your status. Kubadilisha hali yako. And to change your name. Na kubadilisha jina lako. Jabez had a very bad name. Alikuwa na jina mbaya sana. A name that was carrying a curse. Jina ambalo lilibeba laana. A name that was carrying problems. Jina ambalo lilibeba matatizo. But when he went to God, lakini wakati alimwendea Bwana, he told God, akamwambia Bwana, I know you love me. Ninajua kwamba unanipenda. I know you favor me. Najua kwamba unanipendelea. But there's one thing I want you to do. Lakini kuna jambo moja nataka unifanyie. Change my name. Badilisha jina langu. To become a good name. Kuwa jina nzuri. Change my status. Badilisha hali yangu. Change my status. Badilisha hali yangu. And today, na kwa hivyo leo, the same God who listened yule Bwana aliyembadilisha to Jabez, he's listening to you. Anakusikiliza wewe. Your life will never be the same Maisha again. yako hayatakuwa jinsi ilivyokuwa tena. I was reading the Bible. Nilikuwa nasoma Biblia. In the book of Acts chapter number 12. Matendo ya Mitume mstari wa 12. From verse 5. Kuanzia mstari wa 5. I read about Peter. Akasoma kuhusu Peter. Who was jailed. Ambaye alifungwa. He was in prison. Alikuwa kwenye jela. Can we get another mic? The better one? The other mics like this one. Go kukorogo na riri. Dhani cia dideba. Kwe microphone ye huthagirwo riria mugeni wa manoka. Nwanyita. Bikore na aya. Wagera ko.
kiaria. Mwenda mudhurio. Yes, good. Karibu sana. Meko, haya. My former. Ukana wagare makuone. Maigua go wagare. Nio menyaga nio moyo weko yo. Arebe. Wanakeine wako. Anasema mnamjua vizuri huyu. Alikuwa be wake kwa ujana. Niaregeire gete-ini. Na akakatalia kwenye kiti. Karibu sana. Yeah. Thank you very much. Umepata mic? Ya wageni? Kuja hapa. Thank you. Okay, utikanaga na mic si wageni. When I was reading the Bible, wakati nilikuwa nasoma Biblia, in the book of Acts chapter number 12, katika Matendo ya Mitume mstari wa 12, from verse number 5, kuanzia mstari wa 5 to there about verse number 20, hapo kitu mstari wa 20, I read about somebody called Peter. Akasoma kuhusu mtu anaitwa Petero. Peter was a disciple. Petero alikuwa mtume, a disciple of God. Alikuwa mtume wa Yesu. The disciple of Jesus Christ. Alikuwa mtume wa Yesu. And Peter was in prison. Na Petero alikuwa kwenye jela. He had already been taken to prison. Alikuwa tayari amepelekwa kwenye prison. And he had lost hope. Na alikuwa amekata tamaa. There is somebody who is held captive here. Kuna mtu ambaye akomateka mahali hapa. There is somebody who has been brought down here. Kuna mtu ameletwa chini mahali hapa. There is somebody they are waiting to die today. Kuna mtu anaongoja kufa siku ya leo. They are waiting for you to die today. Anaongoja wewe ufe leo. There is somebody who does not have any hope. Kuna mtu ambaye hana tumaini. Peter kwa hivyo Petero was already in prison. Kwa hivyo mara moja alikuwa kwenye jela. And there was no room for him to come out. Na hakuwa na jambo lingine la kutoka ndani. These guys were against anything about Jesus Christ. Sababu watu wao walikuwa kinyume na jambo lolote kuhusu Yesu. That was for Jesus. Na yeyote ambaye alikuwa wa Yesu was to be killed. Alikuwa lazima auawe. But when he was sleeping, lakini wakati alikuwa analala, because the Bible says, sababu Biblia inasema, so Peter was kept in prison. Kwa hivyo Petero akawekwa kwenye jela. But earnest prayer for him, lakini earnest akamwombea, was made by the church. Ilifanyika maombi ya dharura yakafanyika kwa kanisa. The people continue to pray for Peter. Watu waliendelea kumwombea Petero. People continue to pray for Peter. Watu waliendelea kumwombea Petero. The church never abandoned him. Kanisa halikumkatupilia mbali. There was a time around 2 months or 1 month. Kulikuwa na muda wa mwezi mmoja that I have been in my lowest. Ya kwamba yeye alikuwa katika hali yake ya chini. I have been in my lowest. Alikuwa katika hali yake ya chini. If you have ever seen a man in the lowest, kama umewahi kuona mwanaume akiwa katika hali yake ya chini, 2 months before today. Hebu mwangalie miezi miwili iliyopita hadi sasa. Everybody was not in my line. Kila mtu hakuwa karibu na maisha yangu. Nothing was aligned. Na hakuna jambo lilikuwa linamfuata. Hakuna jambo lilikuwa linafanya kazi kwa juu ya maisha yake. Can I tell you one thing? Je, anaweza kuambia jambo moja? Pastors and bishops. Wachungaji na makasisi. Of some, a few, not all. Wachache. They ganged up. Wakakusanyika. They went and made an organization. Wakaenda wakatengeneza joho. And they started fighting me. Na wakaanza kumpiga vita. Then wagangas. Kwa hivyo nao waganga. The wagangas. Waganga. They even sent their own here. Wakatuma wenzao hapa. Did their rituals na wakafanya matambiko yao mahali hapa. Now leave around the wagangas. Kwa hivyo wachilie sasa waganga. The Mungiki. Mungiki. Where you know I was. Bali unajua yeye alipokuwa. Where you know I was their papa. Mahali unajua yeye ndiye alikuwa mkubwa wao. Where they used to bow for me. Bali walikuwa wanamuinamia. They planned an attack. Wakapanga mashambulizi. To come and attack me physically. Kuja kumshambulia kwa hakika. And there is another muganga in Nyeri. Na kuna mganga mmoja kule sehemu za Nyeri. Mokuimondo. Mokuimondo. He sent me literally a message. Akamtumia ujumbe arafa fupi. And he told me he's going to pay me a visitation. Na akamwambia anaenda kumtembelea. He will come to this altar. Atakuja katika madhabahu haya. He will come to my home. Atakuja nyumbani kwake. He will come to the church. Atakuja hapa kanisani. And make sure na kuhakikisha that he has completely destroyed ya kwamba amemmaliza kabisa. He had given me 7 days. Alikuwa amempa siku 7. Oh my God. Oh. There is somebody here. Kuna mtu hapa. Whose price tag? Ule ambaye they have put a price tag. Wameweka. They have put a limitation. Wameweka kiwango. And they say, na wanasema, you have only 2 days. Ya kwamba uko tu na siku 2. You have only 10 days. Umesalia tu siku 10. They know when you are going to die. Wanajua siku utakayokufa. But I want to assure you today. Lakini nataka kuhakikishia siku ya leo. The God of Peter. Ya kwamba Mungu wa Petero. The God of Peter. Mungu wa Petero. Who sent Peter. Ule aliyemtuma Petero. Into prison. Kwenye jela. And again. Na tena. In the same prison. Tena na katika hile jela. He sent an angel. Akatuma malaika. He sent an angel. Akatuma malaika. And they called Peter. And told Peter, now rise and start a journey
pray. Man, the time for you, for your stay in prison has come to an end. There is somebody here facing a challenge of your life. Maybe you are walking with a seeker. Maybe you are walking. You have a seeker. You are walking with a seeker. But I want to assure you tonight, this is your day. The angel of God has been sent to you. You are going to be delivered. They said you are going to die, but God and the heaven knows you are not going to die. The heaven knows. The heaven knows. Everybody worked against me. Everybody, including my own members, they worked against me. They planned for my downfall. But I want to assure you, the God that liveth, He is always with you. He will walk with you. And He has commanded a blessing in your life. Katika maisha yako. They will not fix you. Ya kwamba hawatakuweka. They will not fix you. Hawatakuweka. Jesus Yesu has fixed them. Amewaweka. Jesus Yesu has fixed them. Amewaweka. Tell your neighbor, Kambia jirani yako, I will overcome. Nitashinda. I will overcome. Nitashinda. Touch your neighbor. Uza jirani yako. Touch your neighbor. Uza jirani yako. Tell them, Mwambie, I will overcome. Nitashinda. I have overcome. Nimeshinda. I have overcome. Nimeshinda. I have defeated. Nimeshinda. I have won the battle. Nimeshinda. I have conquered them. Nimeshinda. Thank you. Amen. Asante. Mguze mwenzako tu. Guza mwenzako. Mguze tu. Yeah. Umwambie nimeshinda. Mwambie nimeshinda. Mwambie vita ilikuwa ngumu. The battle was hard. Lakini nimeshinda. Lakini nimeshinda. Sikupata, mwambie sikupata hata mtu mmoja. Sikupata hata mtu mmoja wa kunishikilia. Kumbe Mungu alikuwa amewaondoa marafiki. Mwambie kumbe ndio maana Mungu alikuwa amekuondoa. Ndio nione utukufu wake. Kwa sababu ungenisaidia. Ungekuwa unanilingia. Ungekuwa na kanyago kinilingia. Ate tiganenie. Tiganenie. Matire kodokera thire. Tinywe. Nekai. Nyinyi ni Bwana. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Simama tu hapo kidogo. Amen. Goda yako hujia. Nataka kuhubiri. Udatoka kwenda kwa mundugi huko. Amerudi tena kuona kuna mtu mwingine kwenye nyumba. Ndio yatigire kwake. Hajui aliacha mtu kwake, hajui aliacha nani kwake. Na ni munene wako. Nani mkubwa wake. Toyaga nake munene wako. Alikuwa wanaiba na yeye akiwa mkubwa wake. Twaleitharia nake munene wako. Walikuwa washerati akiwa mkubwa wake. Nikio kiaregetharia kile kenene ngine. Yeye ndiye aliyekuwa kuhani, alikuwa Niwe wale muishi witu. Yeye ndiye alikuwa mwizi wao. Ukigwa getogetharia leo. Kwa hivyo ukisikia huyo wakati anaitwa kahaba, munene wako ni akinya. Jua ya kwamba kahaba wake mkubwa amewasili. Huyo watu munene no munene. Mkubwa ni mkubwa. Na gotimakanagia ni munene. Na huyo ijalishi ni mkubwa aina gani. Na anene haathiaga anene. Na akikuwa mkubwa bado anaendelea kuwa mkubwa. Akibadilisha rank. Akibadilisha position. Akibadilisha hali. Anaendaga bado anakuwa mkubwa huko. Yeah. Alikuwa mwizi wa bunduki. Ndiye alitufundisha mambo ya bunduki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. He's the one that taught me how to use a gun. Yeye ndiye aliyemfunza jinsi ya kutumia bunduki. He was my boss. Alikuwa boss wake. When it came to prostitution, wakati alienda cha umalaya, he is the one who taught me. Yeye ndiye aliyemfunza umalaya. He was my boss. Alikuwa boss wake. When he came to do anything, wakati alikuja kufanya jambo lolote, and when I got saved, lakini wakati alipookoka, I found him waiting for me. Alimkuta tena akiwa na mungojea. There are people prepared for you. That they will guide you. Ya kwamba watakuongoza. They will hold you. Watakushika. And they will guide you. Na watakuongoza to your destiny. Katika hatima yako. When I got saved, wakati aliokoka, I again came and found him. Alikuja tena akamkuta. I didn't know how he went the other side. Hakujua jinsi alivyofika katika ile sehemu nyingine. Because he went ahead. Kwa sababu alienda mbele yake. Every place I go, kila mahali anaenda anampata mahali pale. When I was opening the church, wakati alikuwa anafungua kanisa, he again appeared. Tena akamuona. And he told me, na akamuuliza, this thing you started, hii jambo ambalo umeanzisha, nobody will shut it down. Hakuna mtu atakayelifunga. Such people are rare in your life. Watu kama hao ni wachache katika maisha yako. Those are people that are always there for you. Ndio watu ambao wako pale siku zote. I didn't know how he knew. Hakujua jinsi alivyojua
I am in my fix. ya kwamba ako katika hali yake, I have been boxed. ya kwamba amewekwa I kwenye, am down. ako chini. I was contemplating Alikuwa and anatafakari thinking, asking God, akimuuliza Bwana, did you really call me? je, Bwana uliniita? Because nothing was working. Kwa sababu hakuna jambo lile lilikuwa linafanyika. If there is anything I've gone through, Kama kuna jambo ngumu ambalo these 2 amelipitia months, hii miezi miwili, it is the most painful of my life. ni mwanzo ambao ulikuwa, ni muda ambao ulikuwa, majira ambayo yalikuwa magumu sana katika maisha yake. Including my closest friend. Na hata wale Afrika walikuwa karibu na yeye, badala ya wao kumshikilia mtume, and I was like, what? na akauliza, je, Including my own sister, hata yule dada yake wa kuzaliwa at home is preaching that I'm a devil worshiper. ana kule nyumbani anahubiri ya kwamba mtume ni devil worshiper. And it was so painful. Ilikuwa jambo la uchungu Until yesterday, hadi jana when I was praying, yakati alikuwa anaomba, God told me, Bwana akamwambia, I am with you. ya kwamba niko pamoja na I'll never wewe, forsake you. sitakuacha, I'll never forsake you. sitakukatalia mbali. He told me, even if they left you, all of Akamwambia hata kama wote walikuacha, you, even if they left you, hata kama walikuacha, I'll never leave you. ya kwamba mimi He sitakuacha. reminded me, Na akamkumbusha somewhere in Mukuru, sehemu fulani kule Mukuru, Road A, road just say Road A, road A, we had gone to steal walikuwa wameenda kuiba mahali pale in a Muhindi's factory. katika factory fulani. And then after we got inside, Na baada walipoingia we stuck inside there. wakagwama pale ndani. I've seen witchcraft, Ameona uchawi, but that one was so powerful. lakini hiyo ndio wakati unaona ikiwa ya nguvu zaidi. We carried boxes, Wakabeba box and this we were removing them, taking them out. na walikuwa wanazipeleka kule nje. So I don't know what happened. Hajui ilifanyika nini. We will carry the box. Wakati walibeba zile box, We put it here. wakaweka hapa. Then you go, Tikisha wakaenda, take another one. tena wakachukua jingine. We put it here. Wakalileta. We are not removing them outside. Hawatoi kule nje. We are just walking there. Wanatembea tu ndani. We walked until morning. Walitembea hadi majira ya They asubuhi. never came out Hawakutoka nje. until the Muhindi came Hadi Muhindi alipoingia, and looked at us. akawaangalia, He ordered for a cup of tea. akaamrisha kwa kikombe cha That we chai, drink a cup of tea. ya kwamba wanywe kikombe cha Then chai. he gave us each 2,000 shillings. Kisha akawapa kila mtu shilingi And he 2,000 told us to go. na akawaambia nendeni. He never called the police for us. Hakuita polisi, He told, I have got good police. akawaambia kwamba nimepata polisi I wazuri, got good police. ya kwamba niko na polisi And wazuri, you cannot steal my ya property. kwamba hamwezi mkaiba mali yangu. The power that be, Nguvu ambayo ipo, the power that be in your life nguvu ambayo imo katika maisha is yako very special. ni ya dhamani And sana. sometimes God will send a person Na mara nyingi Mungu atatuma who mtu, will never abandon you. mtu ambaye hata kuacha. May God send that person Na to mtu your na life. Mungu nakuombea Mungu atume mtu katika May maisha God yako. send that person to Na your heri life. Mungu atume mtu huyo A kwa maisha person who yako. can never leave you. Mtu ambaye hawezi A kukuacha. person who will listen to you. Mtu ambaye A atakusikiliza. person who will walk with you. Mtu ambaye atatembea na A wewe. person Mtu who does not care what is happening. ambaye hajali ni Who nini does not care kinachofanyika. people around you. Hajali ni nani ambao He will come wanakuzingira. and say Atakuja na kusema that I am going to walk with ya kwamba you. nitaenda kutembea na wewe. It's a person that you go and share your story. Ni mtu ambaye utaenda And before even you share the na story, hata kabla you hujashiriki na already yeye, know the story. anajua habari That yako, you are being fought center left ya right. kwamba unapigwa kona zote, That they have said you are going to close. ya kwamba wanasema utafunga, But the heaven is saying this is not place to lakini be mbingu closed. inasema ya kwamba hii si sehemu itakayofungwa. This person that is will come. Huyu mtu ambaye Because, atakuja, because God knows kwa him. sababu Mungu anamjua And he knows the relationship. na anajua mahusiano yenu, He brought us from down. akatutoa kutoka From chini, our dark side. kutoka katika sehemu ile ya To the giza light side. hadi katika sehemu ya And mwangaza. this man is standing with you. Na mtu huyu ambaye anasimama na wewe, What a man. na je, mtu wa namna What gani? kind of a man? Mtu wa namna gani? Can you ask your friend, Je, uliza rafiki yako, do you have such a man in your una life? mtu kama huyo katika maisha yako? Do you have such a man in your life? Uko na mtu kama huyo katika Do you have maisha such a yako? woman in your life? Uko na mwanamke kama huyo katika Who maisha will be yako there for you ambaye atakuwa na wewe nyakati zote, when everybody wakati kila has mmoja abandoned you? amekutupilia mbali? I know my Jesus liveth. Na- Najua kwamba Yesu anaishi In my room where I sleep in my house, katika chumba chake kule anakolala mtume, because of thinking and grieving, kwa sababu ya kufikiria na kuugua I died twice. akakufa mara 2, And I could feel I'm dead. na angehisi kana kwamba amekufa, And I felt I'm not here. na akahisi ya kwamba hayuko katika ulimwengu And huu, then I felt another energy came. na akahisi ya kwamba kuna nguvu zingine zinamjia, Rose up akainuka and I found
na akajikuta I'm still alive. ya kwamba bado angali hai. Then 1 week down later, Na kisha muda wa wiki then moja, again I died. na kisha tena akafa. Don't ask me how people feel when they are dead. Usimuulize jinsi watu wanavyohisi But I wanapokufa. know how people Anajua jinsi watu feel when they are dead. wanahisi wakati wamekufa, Because I was dead. kwa sababu alikuwa amekufa. I tried, I called my children. Akajaribu akawaita watoto And I wake told them na akawaambia, that even if I die, akamwambia kwamba but I akifa, don't think I'm going to die. lakini sidhani kwamba kana kwamba nitakufa. The title deeds are somewhere. Akawaambia vyeti vya shamba viko mahali, And I told everybody na akaambia kila that mtu, concerned me wale ambao walikuwa na muhusu, that I feel na hisi it is time. ya kwamba muda umewadia. But I heard a voice Na kisha akasikia sauti through the roofs. kupitia kwenye paa, Remember when you were to be hanged, akakumbusha kwamba kumbuka wakati ulikuwa karibu kunyongwa, you never died. haukufa, I was with you. nilikuwa pamoja na wewe. Remember when they shot you, Kumbuka wakati walikupiga risasi, you never died. haukufa, You're not going to die. na hata sasa hautakufa. I wanted to show you, Nilitaka kukuonesha depend only on me. ya kwamba unitegemee mimi peke Depend yangu. only on me. Tegemea mimi peke yangu. There is a time I was in my office. Kuna wakati mwingine alikuwa katika ofisi I yake, was really asking, alikuwa kweli kwa hakika can anamuuliza, anybody just walk into my kuna mtu office tu anaweza akatembea kwenye ofisi hii and just give me a hug? na aweze kunikumbatia? Because I was at the lowest part Kwa of sababu my life. alikuwa katika majira yake ya kuwa chini sana. I waited to see. Akangoja kuangalia. I thought people will see what I'm going through. Akafikiria watu wataona kile ambacho mtume They anapitia, didn't see it. lakini hawakuona. But God Lakini Mungu whispered again to me, akamnong'onezea mara tena I am with you. ya kwamba niko pamoja na wewe, I am with you. niko pamoja na wewe. Don't worry. I want now to bring Nataka sasa kuleta my friend, rafiki yangu, my mentor, mkuzi wake, my supporter number one. yule ambaye anamshikilia namba moja, He has never abandoned me. hajawahi kumwacha, He is always with me. ako siku zote pamoja And naye, he stands with me na anasimama pamoja na mtume no matter what. hata iwe namna gani. Church, Kanisa, stand up and help me simama pamoja na mtume to bring this gentleman, kuleta mtu huyu, the servant of God, mtumishi wa Bwana, anointed man of God. mtu ambaye amepakwa mafuta. No, he was anointed the other side. Alikuwa amepakwa mafuta upande ule And mwingine, when we came the other side, na we were wakati anointed. waliporejelea upande huu mwingine, And we are a rare species. na ni watu wa kipekee, We just a rare species. ni wa We kipekee, are never understood. hawaeleweki. And we don't need, for me, I don't want anybody to Na understand me. kwake yeye mtume hahitaji mtu I yeyote just kumwelewa, need Jesus to anahitaji understand. Yesu kumwelewa. Jesus alone Yesu peke is yake, the one that can understand me. yeye peke yake ndiye anaweza Because I also kumwelewa, don't understand kwa myself. sababu hata yeye mwenyewe My haelewi father and my kujielewa. mother, they're in the grave. Baba yake na mama yake wako kwenye They kaburi, they didn't understand me. lakini hawakumwelewa mtume So kamwe. who are you to understand Kwa hivyo me? wewe ni nani kumwelewa? Only God Ila Bwana peke yake needs to understand. ndiye anahitaji Just kumwelewa. tell that neighbor of Kwa yours, hivyo ambia jirani yako, only God, ila Yesu, only God. ila Mungu peke Just yake. lift up your finger Inua miguu yako, towards heavens. inua mikono yako kuelekea Tell it's mbinguni. only God. Mwambie kwamba ni Bwana peke It is yake, only God ni Bwana peke who yake can help you. yule anayeweza kukusaidia. Can we have a worship song Je, tunaweza pata wimbo mmoja wa kuabudu as Bishop wakati askofu Josephat Njoroge, Njoro, the man of God, mtumishi wa Bwana whom I appreciate. ambaye anamweka. Gayakwede. Bwana akupende. Thank you, Ju. Asante sana. Oh my God. Oh Mungu wangu. Just a worship song. Wimbo mmoja wa kuabudu. Na muweke sio za Kisungu. Za Kisugu ni zetu. Wewe ni hizo tunajua Kisugu. Weka Kiluya, Kizuri, Kizuya, Kikale. Hapa tumechanganyikana vizuri. We are many here. As we bring in this man. Tunapoleta mtumishi wa Bwana. Bahari hafananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, hafananishwi na kitu kingi. Sema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Pasua bahari, pasua bahari,
Hafananishwi, hafananishwi na kitu kingine. Sema wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Tuliza mawimbi, tuliza mawimbi. Hafananishwi, hafananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Yesu haufananishwi na kitu kingine. Naomba upigie Yesu makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Naomba pia ageukia jirani yako sasa, msalimie, mwambie anasalimiwa na Bishop Njoroge. Msalimie tu na umwambie ukiona siku ya leo imefika, Mungu hajamalizana na wewe. Pigia Yesu makofi mazuri tena. Ukiona uko hapa, Mungu hajamalizana na wewe. Angalia kuna mpango mzuri kwa maisha yako. Pigia Yesu makofi mengine mazuri zaidi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya uzima na uhai na kunifikisha hapa. Unaweza kukaa chini. Nataka nikimbizane na wakati ambao uko mbele zangu. Kama vile the angel of this house, that is Andura Waringi, amewaambia kwa kweli tulikuwa upande huo. Hata sio sisi peke yetu, hata Paulo alikuwa pande hiyo, alikuwa anaua watu, na alipopatana na Yesu Kristo akasamehewa na akawa kiumbe kipya. Kwa hivyo hata siku ya leo kama uko mahali pale unatekeleza mambo mabaya, Yesu bado angali anakuhitaji. Niko Njiro, hapo Njiro Center, Kangundo Road. Hapo tu kuna Lexo Petrol Station, uliza tu Bishop Njoroge. Nimekuwa pale miaka mingi zaidi, kwa hivyo najulikana. Ya pili, ningetaka kushukuru wazee wa kikao hiki, viongozi, na pia wale ambao wahusika kufanya ibada ikuwe nzuri namna hii. Bwana Yesu awabariki sana. Nasema Bwana Yesu awabariki sana. Wewe umekaa hapo chini, Bwana kubariki zaidi. Na pia nashukuru kwa sababu ya Peter naye ni kijana wa zamani, anajikakamua kabisa, rafiki yangu pia. Bwana Yesu asifiwe. Leo sijakuja na mambo mengi, nimekuja kukuambia unaenda kubarikiwa. The Bible says, may God help me, atupate baraka ambazo hazina machozi. Ni watambue tuliokuja nao haraka ili tuweze kwenda kwa neno la Mungu, ndio uzima siku ya leo, na nakuhakikishia utabarikiwa. Si ndio huu ni mwaka wangu karibu wa 30 na kitu nikihubiri, kwa hivyo naamini nasema utabarikiwa. Na asante sana kwa kuja kwako. Wale tumekuja nao, tafadhali kwa madhabahu tu hapa tu tusimame watuone, hata kama baba alikuwa amewasimamisha, ni vizuri sana. Mkigeuka hivi mtaonekana vizuri, itakuwa vizuri sana, ndio baba yetu mwenye nyumba ajue tumekuja. Upande huu wa kwanza anaitwa Norman, ndio huwa anaweza kubeba silaha zangu ama Biblia. Katikati ni Foma, yani mke wa Waringi, huyo ndio anaitwa Pastor Evelyn, ambao hii mwaka huu tunaenda kumpandisha cheo cha uchungaji pale kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nawakaribisha, tarehe ikitangazwa tu ninawakaribisha wote. Mwingine anaitwa Lucy ametembea na mimi zaidi ya miaka 25, kwa hivyo ameleta roho ya kutulia. Mbona sisikii amen? Kuna washirika leo ukiona hapa leo, kesho wako kwa jirani, kesho wengine wako sijui kwa nani, kesho wengine hawasimami. So Lucy ana ushuhuda wa miaka zaidi ya 25 akiwa ananisikiliza na hajawahi choka na mimi. Kwa hivyo huko mahali panapo stahili. Tuko na kijana yake hapo, tuko na Molini mpiga picha, na Bwana wabariki sana sababu ya wakati. Umeamua kunisahau. Wow.
Atusimame na miguu yetu sasa ibada, nafikiri sina mengine ya kuyasema. Tusimame wote. Hata kama unaumwa, unaweza ukapona katikati ya ibada yetu ya siku ya leo. Amen. Nimetembea nchi kadhaa, nimeona Mungu akiponya watu. Mimi mwenyewe akianza na mimi. Nakumbuka siku moja nilikuwa na ugonjwa wa kansa. Kansa mnajua haibakishi tumbo. Nilikuwa nimekonda kama skeleton. Na nikaambiwa, daktari akasema nisikae Nairobi, nipeleke Ushago ndio nikifa kusikue na ile hasara ya pesa nyingi kutolewa ya matanga. Sababu ujumbe wangu siku ya leo nasema watagoja sana lakini wataaibika baadaye. Mbona sisiki amen? Hiyo ndio ujumbe wa siku ya leo. So nilipoenda nikawa nimeisha, lakini usiku wa manane Mungu akanijia saa 9 usiku na akaweza kuponya hiyo kansa hadi wa siku ya leo. Na akaniambia mahali popote utakapoenda, watu wote ambao wako na shida za tumbo, watu ambao wanasumbuliwa na kansa, watu ambao wanasumbuliwa na what we call it, tunaita tasa, watafunguliwa tumbo zao. Kwa hivyo kama uko hapa na uko na hiyo shida, hautatoka nayo kwa ile mlango katika jina la Yesu. Sijasikia amen. Ya pili sitawaambia, lakini nitawaambia ya mwisho. Ya mwisho nilipatikana na sukari, ndio mnaita diabetes. Nikapatikana ikiwa 40. Lakini nikaingizwa kwa sindano zinaitwa Insulin. Insulin ni ile unajidunga asubuhi, unajidunga jioni ndio uweze kusurvive. Na nilipojua hivyo, nikarudi nyumbani, nilikuwa St. Francis Hospital, kuna rekodi zangu pale. Nataka kuambia Mungu anaweza na anaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna rekodi zangu pale za Insulin kujidunga. Lakini kaenda nikamwambia Mungu, nimekutumikia hii miaka yote, niliwacha yote nikakuja kwako. Sasa nitakuwa nikihubiria watu namna gani na huku najidunga mashindano? Bwana akaja na akaweza kuniondolea hiyo, na mimi sijui shindano inadungaga namna gani. Kwa hivyo kuna uponyaji ndani ya nyumba ya Bwana. Amen. Haya, sasa inua mikono yako juu kwa Mungu wetu. Tu worship wimbo huu inasema unaweza kutenda, unaweza kufanya mambo makubwa na mambo ya ajabu. Na pia nashukuru sana. Sikujua inajaanga namna hii. Sikujua umefanya kazi kubwa namna hii. Bwana kubariki na kuongezee tena miaka ya faida. Sio miaka mingi ya shida, miaka nyingi ya furaha na ya pesa. Amen. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya hiyo, mambo makubwa zaidi ya hiyo, mambo makubwa zaidi ya hiyo, unaweza kutenda, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya hiyo, unaweza kufanya, unaweza kutenda unaweza kufanya, unaweza kutenda. Imba na mimi, imba ile sauti yako kabisa. Makubwa zaidi ya hiyo, na unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya hiyo, mambo
In the name of Jesus. Naomba uketi chini kwa uwepo wa Mungu pale, tukitarajia baraka zake. Naomba uketi chini. Basi tunaanza na maandiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 28 mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume, mlango wa 28 na mstari wake wa kwanza. Inasema tulipokwisha kuokoka ndipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita. Mstari wa pili wa Matendo ya Mitume 28 mstari wa pili. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto wakatukaribisha sote kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ile joto, akamsonga mikononi. Okay, wenyeji walipomuona yule nyoka akiwa akilewalewa mikononi, wakaambiana, haikosi mtu huyu ni muuaji anayefanya, ijapokuwa ameokoka katika bahari, hakika haumwachi haki. Lakini yeye alimtikisia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kwamba ataanguka chini kwa kufa ghafla, na wakisha kumwangalia sana hapo underline, na kuona kwamba halitokei dhara wala halimguzi zara, wote wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walipoona ameumwa na nyoka na wakatarajia atetemeke, aanguke chini, afe. Praise God. Ndio nikasema ujumbe wangu wa siku ya leo inasema watagoja sana ushuke chini, lakini hautashuka chini. Hao ndio watapanda juu. Mbona sisikie amen? Mwambie jirani yako haraka haraka, watagoja sana. Mutingize tena, mwambie watagoja sana. Hujamutingiza, mutingize tena zaidi, mwambie watagoja sana, lakini wao wenyewe wataaibika. Sijasikia amen. Mugonge wawili watatu haifa, waambie watagoja sana, lakini wao wenyewe wataaibika. Pigia Yesu makofi mengine tena. Haleluya. Hii dunia keyboard ikue chini kadogo ndio sauti wafikia, waseme hawakusikia hii. Sisikii amen. Katika hii dunia tuna marafiki na tuna maadui. Na ndipo unaona maandiko yanasema Paulo alipotoka katika ile bahari usiku mzima, kumbuka mashua waliokuwa nayo ilikuwa imeisha. Ilikuwa imemalizwa na maji. Paulo akafika kwenye utuo wa bahari akiwa amefika peke yake, na ni ameokoka kwa meli mzima. Wengine wote walikufa, lakini Paulo ndiye alifanya nini? Alibaki. Sasa alipobaki, ndio huyu sasa tena ametoka ufuoni wa bahari asubuhi na mapema. Alipofika pale kulikuwa na baridi kubwa, kulikuwa na mvua imenyesha. Wenyeji wakamkaribisha vizuri, wakamwambia, habari yako Paulo, asante umefika, Mungu amekuokoa kwa bahari. Basi wakamwashia moto. Walipomwashia moto, ndipo Paulo tia na yeye anaenda kutafuta kuni akuje aweke kwa moto.
Kumbe ile kuni ilikuwa na nyoka ndani, na ile nyoka hakuwa anajua, akaiweka kwa moto. Alipoiweka kwa moto, ikayeyuka, ikatoka, ikamuuma. Na ilipomuuma, wakagojea sana waone akifura mwili, waone akifimba, waone akianguka afe. Lakini walitazamia patupu. Paulo hakuanguka, wala hakuzimia, wala hakufa. Na mimi nimekuja siku ya leo nikwambie, chochote ambacho umeanzisha hakitakufia barabarani, hautaishia barabarani. Kuna watu wanatarajia kuanguka kwako. Kuna watu wanatarajia ndoa yako iishe. Kuna watu wanatarajia kanisa hii iishe. Watasema mengi, lakini wao wataona ukiendelea mbele. Mbona sisikii amen? Wawili watatu waseme haleluya. The more unasema haleluya, the more unabarikiwa. Wawili watatu waseme sitaisha. Wawili watatu waseme sitaisha. Watakugoja. Haleluya. Walisema aliye juu mungoje chini. Na sisi tunageuza leo, tunasema walio chini watupate juu. Mbona sisikii amen? Ni kwa sababu aliyetuita ni Yesu. Haleluya. Kwa wale ambao wanaandika, nataka uandike kitabu kingine hapo, kinaitwa 2 Samuel. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. Utakuta pale habari za mtu anaitwa Obed-Edom. Obed-Edom. Nimekumbuka nimeangalia pale nikaona hii kasuti. Aka kasuti nilihubiri nako mbele ya rais siku moja. Akaniongea, nilikuwa nimepewa 10 minutes mbele ya president nihubiri. Nimekumbuka hii kasuti ndio hako kenyewe. Bwana sifiwe sana. Nikahubiri. Kufikia dakika ya 10 moto ulikuwa umewaka. Akasema niongezewe zingine 10. Sijasikia amen. Mwambie jirani yako, wewe ndio amumenya. Mwambie jirani yako, watakugoja chini, hao ndio watakukuta. Mwambie sishuki. Mwambie jirani yako, nitaikoroka. Mwambie sishuki chini, ni hao watanipata juu. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Wakagojea afanye nini? Maana ameumwa na nyoka. Wakagojea afanye nini? Atetemeke, afure, afe. Lakini hao wenyewe ndio wataisha. Ama hao wenyewe watakugoja sana, lakini hawatakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuja tu kukuatia moyo tu. Kuatia moyo niwaambia kwamba aliyeanzisha kazi njema ndani yako, yeye mwenyewe ataimaliza. Haitamalizwa na wanadamu. Sisikie amen. Aliyekuita ndiye atamalizia hiyo kazi. Kwa kweli ndiyo ni ukweli. Tuliiba, tuliteza na bunduki, lakini kwa hiyo Yesu alikuwa na ramani yetu ya kwamba siku moja tutasimama kama mabalozi wa Kristo na kutangaza ufalme wake. Pigia Yesu makofi mazuri. Hatukuwa na majina mazuri. Nakumbuka kuna siku moja nilipigia mtu ngeta mbele ya mama yangu. Mnajua ngeta ni hii ya kunyonga hivi, mbele ya mama yangu. Naye mama ananiambia, "Joroga wako, wewe ndo kamuite muno oi." Angalia hii watu. Sisikie amen. Mama yangu Jerry, ndo kamuite muno oi. Huko ni itora ine, yani huko ni kwa kijiji, usimunyonge sana. Nikasema sasa wewe ujui hii kazi, mtu usipomnyonga zaidi hawezi achilia pesa. Sijasikia amen. Sasa nikafinya vizuri, akalegea, akaligoya, akalegea. Sijasikia amen. Nikajua sasa hana nguvu. Alikuwa anaitwa Kemani, alikuwa anachinja ng'ombe. Haleluya. Nilikuwa najua kuna tupesa. Sasa nikatoa ile nilitoa, na mama yangu nikamwambia siku nyingine ujuange hii ni kazi kama zile zingine. Sasa siku nyingine pia nikaenda mahali kwa baa moja inaitwa kwa Monica. Nikaenda pia hapo kupigana ngeta. Yule mtu naye nilipiga ngeta, kumbe ni jirani yangu bila kujua. Nikamtoa 20 bob. Nikirudi nyumbani, nikasikia baba ameingia kabisa mlango. Akasema, "Jamani fungueni, lakini mnitafutie karob.
munipanguze, muninyoshe huku, munitengeneze koo, sababu nimenyongwa pale juu kwa Monica. Kwa Monica mihango, kwa Monica. Kwa baili kwa inaitwa kwa Monica. Ugai ameni. Bwana jisikie amen. Hakuwa anadanganya akiwaambia tulikuwa kwa hizo kazi. Sasa kwa Monica akasema nilikuwa na kifao na pale kwa Monica nimenyongwa, kifao imeenda. Nikajua sio mwingine, ni mimi nilikuwa hapo na nimetoa jirani kifao. Mwadhani ya washo mno. Sasa mimi nikasema kwa sababu dada zangu na ndugu zangu wanaishi Mihango na mama yangu, nikawacha hiyo kazi ya kupiga ngeta hiyo area, sababu kesho ni mama yangu au dada yangu au ndugu yangu. Lakini Yesu ni wa ajabu, alitutengeneza na tuimbe hii wimbo inasema nilikuwa mbaya kuliko wewe. Nilikuwa mbaya kuliko wewe. Nilikuwa mbaya kuliko wewe. Nilikunywa chang'aa kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Baba. Yesu ni Bwana. Oh, amenibadilisha Mungu wangu. Yesu ni Bwana. Oh, amenibadilisha Baba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Baba yangu. Yesu ni Bwana. Anakubadilisha Baba. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mbaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilivuta na bangi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikunywa chang'aa kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa muganga kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikunywa tumbako kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikunywa tumbako kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Baba. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Mungu wangu. Yesu ni Bwana. 1, 2, 3, 4. Jesus. Amen. Mbona sisiki amen? Mwambie jirani tulikuwa wabaya kuliko we, lakini Yesu katubadili. Sisiki amen. Haleluya. Watakugoja sana na wataumia zaidi. Sisiki amen. Wanaokutakia mabaya watagoja sana. Kuna watu wanakusalimianga namna hii. Muliokuo, muko aje? Munaendeleaje? Wengi wao sio kukujulia hali. Wanakuanga wanataka kujua kama ile uganga waliweza kukuroga nayo ama bado inafanya kazi. Naona hujanisikia. Nasema wanakuanga wakiangalia kama ile uganga waliye kuroga nayo inafanya kazi. Muhana atia. Mukiriri atia. Muliamkaje? Sio salamu. Hapana. Anataka kujua kama dawa yake inafanya kazi. Waambiange mutagoja sana. Woo! Haleluya. Maandiko inasema mutawekewa sumu. Mutawekewa nini? Lakini haitawamaliza. Haleluya. Mtu mmoja alikorogea mtu simiti. Unajua simiti? Kazi ya simiti ni gani? Ikishika maji inakauka. Wakamwekea kwa kikombe na kwa maji, na wakaweka maziwa, na wakaweka majani mingi. Wakasema baba, kunywa hii ni kauji tulikupikia. Wakitarajia akikunywa baada ya dakika 10 ataanza kukauka tumbo na kuisha. Baada ya dakika 20 bado anapiga story. Baada ya dakika 30 bado anapiga story. Wakaangaliana, wakaulizana, kwani hii sumu, kwani hii simiti haikuwa original? Kwani hii simiti mulinunua wapi? Sio kununua wapi, sio mambo ya original. Watakuangalia, utetemeke, ufure, ukufe. Watagoja sana. Nasema watagoja sana. Woo! Atageuza sumu kuwa chakula kwa tumbo yako. Atageuza sumu kuwa chakula kwa tumbo yako. Atageuza simiti kuwa chakula kwa tumbo yako. Maana aliyekuita ni mkuu kuliko yeye aliye hapa duniani. Pigia Yesu makofi mazuri.
Unabarikiwa unavumilia. Nauliza, unabarikiwa ama unavumilia? Watagoja ufe, watakufa wenyewe. Wataenda kwa wachawi, wataambulia patupu. Maana Paulo alikuwa hapo. Amen. Akaumwa na nyoka. Na ni nyoka ambao alienda kutafuta hiyo kuni. Kuna marafiki leo na kuondolea. Marafiki wa kugojea ufe. Na wanakupiga na kifua wakisema Bwana asifiwe. Kumbe ni maadui zako. Siku ya leo, haleluya, ondoa hizo ghasia kwa simu yako. Ondoa marafiki wa ambao ni fake in your phone. Hey, can you remove the fake friends? Haleluya. Baba, una marafiki 5,000 kwa simu. But when you go through, wakati unapitia mambo, hata simu zako hawachukui. Ni kama wako na monitoring spirit. Wakijua umeanza kuinuka, ndio sasa wanakupigia tu simu. Hao tunakata, hawa tuna cancel, hawa tunafuta, hawa tuna delete leo. Heri ukuwe na marafiki 10 unaweza kutegemea. Heri ukuwe na marafiki 5 ambao hawagojei ukufe. Bwana zisikime. Afadhali marafiki wangapi? 5 au 10 kuliko kujaza simu na fake friends. Mnabarikiwa ama unavumilia? Mtu yoyote ambaye wakati unapitia magumu, he cannot or she cannot stand. Uramuigerake. Hawezi, kwani kunasemekana rafiki wa rafiki wa 30, sijui wakati wa shida, au marafiki unawajuanga. You can see stars only in the dark time. Nyota hazionekani mchana. Nyota zinaonekana usiku. Ask your neighbor, wewe ni nyota yangu au nagojea nife? Unaombeaga hii kanisa au nagojea iishe uende hiyo ingine? Muulize jirani yako, what are you for? Praise God. Nikwambie kitu. Kwa zile dakika nimepewa hapa nazitumia vizuri. Nikwambie kitu. Mtakasirika kweli? Anything that you have never give a sacrifice for it, chochote hujawahi tolea dhabihu kwa sababu ya hiyo kitu, haunaga mzigo. Mjanisikia? You don't have a burden kwa kitu ambao hujawahi garamia. Lazima ugaramie kitu ndio ukuwe na mzigo wa hiyo kitu. Ndimwele kaodo. Mnaona wazee wanakaa bila kugawa mali zao, bila kugawa urithi wao kwa watoto. Ni kwa sababu anajua vile amepata hizo na shida, amepata hiyo mali na shida, na wewe unataka uuze, uanze kutembea huku na magari na kukunywa sababu haujagaramika. Kwa hivyo mnaombea mama zenu wakufe haraka, mnaombea baba zenu wakufe haraka mugae sababu haugawiwi. Utagawiwa nini na hujagaramika? Mwambie jirani yako, garamika. Hata kwa kanisa kama hii garamika. Hey, garamika. Ukiona mzee mnakosana kwa nyumba, unamwambia nitaenda kwetu, anakuambia ungeenda jana, ni kwa sababu hajagaramika. Kama angekuwa ametoa mali na amejua kwenu, angekwambia akikumbuka ile mali alitoa, nakwambia sweetheart, tunaweza kaa chini tusuruhishe hii mambo. Naongea point. Lakini kama hujagaramia, unamwambianga ungeenda jana. Mwambie jirani yako, garamika. Fanya nini?
Hata hiyo kitu umekalia, ni vizuri kugharamika. Ukiwa hujagharamika kwa pasta wako, usikie kanisa ni kuisha inaisha, unaulizanga itaisha lini uhamie ingine. Sababu hakuna mabati yako hapo. Hakuna fungu la 10 lako hapo. Ukisikia mtu anasema negathire, kwani kale ko kireke kanite ka ugathire. Leke kana ka ugathejwo. Unakumbuka kuna mama wawili walipelekea mfarume mtoto. Yule ambaye hakuwa mtoto hakuwa wake, anaambia mfarume, negathejwo, kakatanishwe. Mfarume akasema ati nini? Kakatanishwe mara pili, aende hasara na mimi niende hasara. Mfarume akajua huyu hajagharamika. Akasema huyu ambaye anasema akasikufe, hiyo mtoto ni wake. Mwambie jirani yako gharamika. Nyogerere kagi. Kuna kitu inaitwa kushokia guoko, kurudisha mkono. Nikikusalimia nisalimie, kurudisha mkono. Lakini ukikaa na rafiki ambao mnatembeanga namna hii tu, wewe saa zote ndio unatoa mnakula lunch. Mkikaa wewe ndio unatoa mnakula supper. Mkikaa wewe ndio unatoa mnakula breakfast. Yeye twake anajifichianga. Huyo ni rafiki? Letwa liema. Tuongee, huyo ni rafiki? Twake atuguzangwi. Lakini saa zote ni wewe. Huyo ni rafiki? Huyo ni rafiki? Nauliza, huyo ni rafiki? Marafiki fake cancel. Toka mapema. Mbona sisikii mimi? Ati saa zote ni wewe tu. Wakati utapata kitu na wewe, rudisha mkono. Sacrifice. Tell your neighbor sacrifice. Mbona sisikii amen? Kitu hujagharamika hauwezi kuiombea. Kitu hujafanya nini? Hujagharamika. Na mimi nikusaidie leo, na wewe unisaidie kesho. Salimia jirani yako, mwambie tusaidiane leo, unisaidie kesho. Lakini ukiona wewe tu ndio saa zote giving, wewe tu ndio tunatoa, na huyo mtu mwingine akipata agharamiki, huyo sio rafiki. Kuna watu wananipata hapo? Haleluya. Wacha tuwe na marafiki ambao wanaweza kuamka saa 9 ya usiku sababu yako. Wanaweza go marriage kwa sababu yako. Mtu mmoja alitaka kujua marafiki zake siku moja. Akaenda akachinja kondoo usiku wa manane. Akachinja kondoo, alafu hiyo kondoo akachukua damu, akapaka upanga vizuri, akaweka hapo. Hiyo usiku akaanza kuita marafiki zake na simu. Ni aje bro, tuko poa, siku hizi wanasema tuko sawa, sijui tuko nini. Basi akamwambia, nimeua mtu by mistake hapa kwangu. Nimemkuta kwangu kwa nyumba na nimeua mtu kwa bahati mbaya. Nimeua mtu. Njoo unisaidie, tumpeleke kwa mto au tuzike tu kwa shamba, maana naweza nikashikwa, maana nimeua mtu. Mwambie jirani yako, tafuta marafiki wa kweli. Huyo wa kwanza akamwambia, kama ni urafiki wa kuua mtu, mimi sikuji. Saa hizo huyo jamaa ashachinja kondoo ndume ile kubwa, ameichamusha, na ingine amekaranga, na ingine amechoma. Watatu wa pili akasema the same. Watatu the same. Kwa marafiki 10, mmoja ndiye alimwambia, bro, ati nini? Nimeua mtu. Nipatie dakika 10, niko hapo. Wa 11, bro, ati nini? Nimeua mtu. Nipatie 10 minutes, ndakuwa hapo. Unataka tusaidia lenye? Nataka tuchukue haraka kabla juzo asubuhi haijafika tukazike. Niko hapo bro.
Kapigia mwingine kwa niko alipata marafiki 7 wazuri. 7 wazuri wanaweza aenda kuriski kwa ajili ya maisha yake. Walipoingia walimwambia baba, mapema ni mapema, twende tukazike haraka haraka kabla asubuhi haijafika, maana unaweza shiko ukawe hatarini. Nani ataokoa mwingine? Akawaambia msiwe na haraka. Rada ni hii, si mtu nimeua, nilitaka kujua marafiki zangu. Sijaua mtu, nilitaka kujua marafiki zangu. Woo! Mbona sisikie amen? Jua marafiki wako siku ya leo. Sio wale wanaangalia, wanakaa chini, wanagojea utetemeke, ufure mwili, upelekwe hospitali, uwekwe maji, alafu ukufe. Hao sio marafiki. Rafiki ni yule hata ukiumwa na nyoka bado ako pale, hata ukitetemeka bado ako na wewe. Sijasikia amen. Nimekuja kukutabiria leo, nyoka zote zimewauma, hazitawaua. Nyoka zote zimewauma, hazitawaua. Nyoka zote zimewauma. Kila nyoka ambayo imekuuma haitakumaliza, na hakuna sumu ya nyoka itakayekumaliza. Mbona sisikii amen? Kuna watu wameumizana mioyo sana. Mtu mnakaa na yeye, mnaitana boyfriend, girlfriend, mnakaa na yeye, alafu anakukata roho, anakuvunja moyo sana. Aikwambie nimepata mwingine na hapa chini. Sisikii amen. Anakukata roho, anagojea aone kama utaweza kulipa nyumba tena. Waambie hata ukienda, hata ukiniacha, sitakufa, bado ndaendelea kulipa nyumba, maana Mungu yuko pamoja. Mbona hapa sisikii amen? Kuna kijana moja niliambia, ni msichana, alikuja akaniambia my boyfriend ameniacha na nasikia sina nguvu tena ya kuendelea kwa maisha. Nikamwambia hiyo ni kitu kidogo. Chukua simu, umwandikie, mwambie bro, hatulikuwa umetumana umeniacha mimi nilikuacha wiki 3 zilizopita. Nilikuacha wiki 3 iliyopita, ni vile nilikuwa nashindwa. Mbona hii msemi amen? Mimi nilikuacha 3 weeks ago. Niliona ujinga wako, lakini nilikuwa nashindwa. Nitaanzia. Alipomwalikia hivyo, alimwambia babe, hebu tukutane mahali fulani, tuongee. Usikubali chochote kikuangushe chini. Kama hauna kiatu uko na miguu. Ukifungiwa nyumba kuna mahali kanisa iko unaenda kulala kanisani. Lakini usikubali shetani akuletee stress. Mbona sisikie amen? Musa aliwachwa na kamoja, akakuta 7 wamemngojea pale kwa mzee anaitwa Jethro. Kwa hivyo mbele yako kuna mazuri. Na mimi wala watu wanasemanga ati mimi ukiniona hapa mbele na nyuma. Hebu sikia, mbele na nyuma, sina kitu ingine. Hiyo ushuhuda wacha. Mbele iko na Mungu, nyuma ndio hakuna. Pigia Yesu makofi mazuri. Mbele na dhudha, sina kitu ingine. Kwani wewe ni Mungu, ujue mbele iko sawa. Mbele iko ati mimi nyuma na mbele, nyuma na mbele, sina kitu ingine. Waambiage nyuma ndio hakuna, lakini mbele yangu kuna Yesu, kuna baraka, kuna ushindi. Mbele yangu kuna mazuri. In this life, usije ukakubali mtu akushushe. Tunaishi kwa kujitia moyo. Muranyita. Landlord akifunga nyumba, unamwambia asante kwa kutafutie pesa. Unakuja kwa church na unajijaza sana ukiomba. Unauliza kwani siku hizi, kwani unasema nimekuwa na prayer 1 week. Kumbe ni kanyumba kamewekwa kafuli. Hallelujah.
Lakini usikubali kushuka. Utakuwa unatoka hapa asubuhi unakimbia kibarua mpaka za mwenye nyumba zinatosha. Unaambia nimemaliza prayers. Because all things work together for good for those who love the Lord. Tuko pamoja? Walipoona sanduku la Bwana limeua watu wawili, walichukua habari kwa Daudi. Wakamwambia kuna kijana huku anaitwa Obed Edom. Huyo kijana hata akifa hata umbo iwezi ika, hata iwezi lia. He is very useless. Obed ni masikini, hana hiyo mbele, hana hiyo nyuma. Kwa hiyo hii sanduku ambalo linaua watu lipelekwe kwa huyo kijana, likamuue huyo, awe sandaka. Umwadhani hakuna mtu ataomboleza kwa huyo. Wakachukua maaskari na sanduku la Bwana, sasa hiyo iko mbele, hawawezi karibia wasikufe. Wakaipeleka kwa maskini hohehahe Obed. Mwambie jirani yako na kizungu, Obed Edom. Muguze tena mwambie Obed Edom. Wakaiweka hiyo sanduku kwa Obed ili akufe. Ujumbe wangu unasema watagoja. Rudia tena, watagoja. Walipoacha hiyo sanduku hapo ustunurani igwa leo huko. Walipoweka hiyo sanduku kwa Obed Edom, waligojea afe. Haya. Hapa. Hey. Sasa ya kushangaa, wakarudi nyumbani, wakagojea siku ya kwanza, wakamulia urairi hata owega, wakajua hai kuna shida. Siku ya pili wanagojea Obed Edom akufe, wanampigia simu tena. Ukirioho anatoa simu anasema bado niko. Walikuwa wanatarajia nini? Afe au wawe na sanduku la Bwana, lakini badala ya kukufa, badala ya kuangamia, walikuta anakula ugali sawa sawa. Badala ya kukufa, walikuta ndio anaendelea. Aya matiraigwa, hebu sikia hii. Walipoona hakufi siku ya kwanza, hakufi siku ya pili, hakufi siku ya tatu, hakufi siku ya tano, hakufi siku ya sita, hakufi siku ya saba, hakufi siku ya 8, hata ya 9, hata ya 10, wakarudi nyumbani, wakamletea pesa, wakamletea kondoo, wakamletea ng'ombe. Baada ya miezi 3, aliyekuwa chini akapanda juu, aliyekuwa chini akapandishwa juu, kwa sababu watagoja sana. Nimegweterera muno. Akamba mweko nimegwetelanga. Aiwe na kulimegwetelanga. Ndo dhela mituki. Leo mekudhela. Pigia Yesu makofi. Ukiona useme utafukuzwa na mwenye nyumba. Sema Haleluya. Baada ya miezi 3 alikuwa tajiri, wakitarajia afe. Magunia zote wamekuwekelea, manjina yote wamekuwekelea. Maana tangu olewe huku ndio anaharibu boma yetu. Waambie mutagoja sana. Ni Mungu etagirira. Guthira gwakwa mutagoja sana. Geukia jirani upatie high five, mwambie watagoja sana. Mwambie hata kama usemi, inafaa useme watagoja sana. Na wakuone bado unatembea na miguu yako miwili, wanashindwa ama ni ghost, wanashindwa ama ni wewe au sio wewe. Halo. Hata ukisahau nilikuwa nimevaa suti gani,
Kumbuka ujumbe unasema watagoja sana. Watagoja uuze hiyo gari, watagoja uchoto na auctionia, watagoja sana. Watoto wako waferi mitihani, watagoja sana. Watoto wako wamechukua mitihani, watagoja sana. Watagoja sana. Watagoja sana. Nasema watagoja sana. Nasema watagojea sana. Nasema watagoja sana. Watagoja sana. Watagoja sana. Watagojea sana. Watagoja sana. Watagojea sana. Watagoja ufe, hautakufa haraka. Watagoja uanguke na gari. Watagoja sana. Kwa jina la Yesu, ujumbe wa siku ya leo inasema utagoja. Hakuna aibu katika hii nyumba ya Bwana itawapata. Walitengeneza msalaba. Walitengeneza msalaba ya kusurubisha Mordekai. Inemo kuigwa. Wakamba mwendene walitengeneza nini? Msalaba. Wakaiweka tayari ili Mordekai na Esther wakuje wafanye nini? Wasurubishwe. Lakini hiyo siku ya kusurubishwa, usiku huo huo mfalme akaota ndoto. Mfalme akaota ndoto. Oh my God. Akakuta mahali Mordekai alisaidia mfalme siku moja, lakini hakusaidiwa. Akapiga simu kwa yule ambaye anataka kusurubisha Mordekai. Alikuwa anaitwa Hamani. Akamuita Hamani, akamwambia Hamani, njoo. Yule mtu ambaye amefanya kazi mzuri kwa mfalme anafaa kufanyiwa nini? Na Hamani na kimbelembele chake akamwambia Hamani, umpatie pete yako, umpatie nguo zako, patia kanzo yako, karibu amwambie hata na mke wako umpatie. Haleluya. Kwa sababu alijua kutoka kwa mfalme yeye ndiyo wa pili. Bila kujua mpira imegeuzwa usiku. Bila kujua Bwana amesha kuja usiku. Nataka nikwambie, hata wakiweka misalaba, hata watalishe mishumari, watasurubishwa wenyewe. Watasurubishwa wenyewe. Watasurubishwa wenyewe. Watasurubishwa wenyewe. Watasurubishwa wenyewe. Mwambie jirani yako hata kama uko na njaa, hiyo ni point. Hata kama hujalipa nyumba, hiyo ni point. Hata kama uko discouraged, hiyo nayo ni point. Sisikie amen. Hata kama hujui utaenda wapi hapa, hiyo nayo ni point. Tumewekelea point hapo. Mbona sisikie amen? Akaambiwa hivyo umesema. Gai mtiranyi tanywe. Hivyo umesema. Isipungue. Gai! Hey! Hai! Hivyo umesema. Isipungue. Hata muite Mordekai umfanyie hivyo. Na akasema, na kuwe mtu mbele yake anapiga magoti akisema, huyu aliye juu ya farasi ndiye amefurahisha mfalme. Huyu amebebwa na hii farasi ndiye amefurahisha mfalme. Akaambiwa hivyo wewe ndio utainama mbele ya Mordekai uliyepangia kumumaliza. Wewe ndio wewe ndio wewe ndio Kwa hivyo Ezekiel 21:26 inasema hivi, kitoa ya kilemba, maana kiliko juu kitakuwa chini na kilicho chini kitapanda juu. Kwa hivyo nakwambia hivi, walio juu ndio wanaenda, wewe unaenda ukipanda. Mordekai, toka kwa kehigo. Toka kwa kehigoini. Mordekai, toka kwa kehigo.
Toa mavazi ya kihigoini. Toa mavazi ya huzuni. Kuna watu naangalia huku wako 30 years lakini anakaa shushu. Umake higoini kia kwenyarara. Toa kwa hiyo kihigo ya kujinyarara. Weta watu kuna itoaji kujinyarara. Kujidharau. Mimi naambia watu hivi. Ukiona mtu ako na madharau, akikwambia kuja nikakununulie chips na kuku, mwambie jana usiku nilikula kuku mzima. Sasa hiyo tumbo iko empty. Lakini kwa sababu utaki ibu ndogo ndogo. Hautaki nini? Hautaki nini? Hautaki nini? Mwambie jana nilikula kuku una mzima kama katawa ya kanyitira. Sisikii amen. Mungu akikwambia uko na sura mbaya, Bwana siwe sana, mwambie wewe ujiangalie vizuri. Kuna watu wanajisumbua sana hadi sababu wamenona. Kuna watu wameumbiwa, watu wamenona. Kuna watu wakiona hiyo unono halali, na wewe jimule ati unapunguza. Daida amenyaga Mungu wako anajua kukupatia hiyo mwili kubwa. Ule dhubura niki. Why are you troubling yourself? Atunele kukata weight. Kama utaniambia unafanya exercise sababu ya uzima wako sawa. Lakini kama unakata weight ndio wanaume wakupende, unatoa Mungu makosa. Sisikii amen. Kuna wengine nao ni wakonda. Ya kwamba huwezi jua akienda mbele na ama akirudi nyuma. Ai mbona sisikii amen. Akienda mbele ni kama anarudi nyuma. Naye amejikaza sana kukura kama mchwa. Aone yaongezee. Nao ndio wametengenezewa masuruali zingine za ndani ziko na matako. Sasa mkienda na yeye usiku akianza kutoa moja moja, Leule kwanza noleke hakinya ya hapa nyuma ndio utashangaa. Kumbe hata hii ilikuwa ya kuwekelewa. Vijana mjichunge sana. Bwana asifiwe sana. Unakuta mtu meno ni ya kuweka. Meno ni ya nini? Ni ya kuweka, ameweka. Hii matiti ni ya kuweka. Ni ya kufanya nini? Kucha ni kucha stick, ni za kustick. Avitu pamoja. Hii ni ya kuwekelea. Tuende pamoja pole pole. Hii ni ya kuwekelea. Uso ni ile ya kuongeza, ile inaongezwa siku hizi. Sasa wakafika kwa nyumba. Akaanza kudownload, sema kudownload. Leule. Kijana hakuamini kwa sababu download ya kwanza ilikuwa ni meno. Download ya kwanza ilikuwa ni meno. Leule ati ametoa meno, amebaki kenguru. Kijana anashindwa atoroke ama aendelee kukaa. Kamwambia my boyfriend don't worry. Akaingia kwa matiti. Ni za kuwekelewa. Akatoa, akawa flat. Akawa nini? Akawa flat. Tuteremuke nyuma. Akatoa. Kijana akabaki na kitu hajawahi ona maishani. Aliona ghost. Wacheni kusumbua Mungu. Tigiza jirani yako mwambie wacheni kusumbua Mungu. Uliumbwa mweupe. Sasa mandawa ni za nini unaanza kumeza hapa? Hatukuwe mweupe. Hiyo hivyo uliumbwa hiyo na hiyo weusi. Kuna mtu, kuna manjamaa wamewekwa. Wanataka hiyo black beauty hiyo. Yes! Wacheni kutoa Mungu nini? Ona watu ogate, hata ukitajirika aje, wacha kubadilisha mwili wako. By the way, hiyo kujiburiji inaletanga kansa. Ni kansa, unajiletea kansa ukiona. Na Bwana wabariki sana. Nataka kuwaombea. Nataka tuombe. Bwana asifiwe sana. Lakini ukumbuke watagoja nini?
watakugoja, lakini hakuna kitu itakutendekea. Hautakufa. Na ya pili, utuondolewe marafiki fake. We don't need them. We need somebody who can be there for you. Mmebarikiwa au mmevumilia? Nimetoka Njiro kwa kazi bure ama mmebarikiwa? Mimi nimeitwa sana kutia watu moyo. Kama vile baba yenu alisema. Mimi nimeitwa sana kutia watu moyo. Kukuambia you can make it. You can do it. You can go. You can pursue. Wewe ni wa maana. Wewe unafaa. Itaenda. Piga tena. Gonga tena. Itatoa maji. Hata kwa kanisa nimeandika hapo healing of the broken hearts. Bwana asifiwe sana. Maana mimi nishavunjwa moyo kabisa. Kwanza wakati niliokoka, jamaa mmoja alikuwa anajua hawezi nipiga, hata tukiingia kwa uwanja anaweza mpiga vibaya sana. Lakini alininyang'anya mali yangu. Akaniambia tuonane. Nilikuwa naitwa Njoro Mnati. Njoro tuonane kwa uwanja. Sasa si anajua niliokoka. Na mambo mengine mengi, lakini tuko ndani ya Yesu. Na aturudi. Huko aturudi. Aturudi. Hii miaka ni ya kwenda mbele. Hata ikishika moto namna gani aturudi. Kwa hivyo leo we are deleting the fake friends. Mwenye anasema huyo mtoto akatwe mara mbili. Upotelee na mimi nipotelee. Lakini mtoto ni wako leo. Nasema mtoto ni wako leo. Kumbatia huyo mtoto ni wako. Kilichopotea kinarejeshwa. Kilichopotea kinarudi mikononi mwako. Nasema kilichopotea na kirudi sasa. Mtoto wako alikuwa katanisho mara mbili, lakini utaenda na mtoto wako nyumbani. Nasema utaenda na mtoto wako nyumbani. Yakobo aliletewa gown ya mtoto wake, akaambiwa your son amekufa. Amekuliwa na nini? Na simba. Mtoto wako amenini? Amekufa. Akaletewa nini? Hiyo gown. Ni vile sina shuka hapa. Akaletewa, akapewa. Na mtoto wake alikuwa hai. It is the time now kukataa na vitu fake. Kukataa na fake stories. Fake news in your life. Be like a David. David aliambiwa na Goliathi, leo hii kichwa chako na kikata na kupea nyama yako mandega wa angani. Akamwambia hivyo umesema itakuwa kwako. Leo hii nakuua, nakata hiyo kichwa yako. Daudi angenyenyekea aseme haidhuru, hakusema haidhuru. Alimwambia hata wewe leo nachinja wewe. Mara hiyo na kuchinja. Leo nachinja hiyo kichwa. Usikubali kustuliwa na mapepo na unastuka. Don't sign any defeat in this life. Don't sign any defeat. Do not murmur or complain. Continue. Take heart and tumejalia kidogo huko. Yule ni mwenye dake aliye kidogo. Bwana asifiwe sana. Alikaa na hiyo nguo for 28 years. Mtoto wangu alikufa, mtoto wangu alikufia kichakani 28 years. Mpaka siku ile anaitwa nani? Huyu ndugu yake mtoto wake wa mwisho Ruben, anasahau jina yake. Benjamin. Wakati walikuja kumkujia Benjamin, akakataa na Benjamin. Alipokataa na Benjamin, mfalme akasema asipomleta Benjamin, Joseph hatajitambua kwao. Hawatapata chakula. Hawatapata food. Endeni mkuje na Benjamin. Na Benjamin alikuwa the only hope of the family. Naye Joshua alikuwa the viva of the family. Maana mahali popote alienda ilizaa 2 3. Unakuta ng'ombe moja imezaa ndama 3. Unanielewa mpaka hapo? Kwa hivyo Joseph alikuwa viva kwa familia. Naye Benjamin alikuwa hope, ndio the only mtoto aliyebaki na baba. So akaambiwa
fanya hii baba yangu. Tumenyimwa chakula mara ya 3. Na tumeambiwa tusipoenda na Benjamin Aki, hata sisi wenyewe tunafungiwa ndani. Huyo mzee aliinama chini. Akapiga magoti, akajirushia mchanga hivi. Akajirushia mchanga. Akasema huyu naye vile vile mlienda na Joseph, my viva. Mnataka kuenda na hope yangu. Akipata madhara nimewalaani nyinyi wote. Akaachilia Benjamin. Benjamin alipofika kule ndipo miujiza zilianza. Ndipo Josefu alijitambua kwao. Aliona ndugu yake mdogo. Akalia, akashindwa kujihumudu tena. Miaka mingi akajidwa kujimudu. Akajitokeza waziwazi. Kuna vitu ambazo hazijatokelezea kwa maisha yako waziwazi. Maana ungali umeshikilia Benjamin kwa maisha yako. Release your Benjamin to receive your favor again. I cannot hear good amen. Kizungu ni ya ndugu yangu. Mbona sisikii amen? Ndipo akaambiwa sasa, endeni nyumbani, mniletee baba. Mumwambie aliyekuwa alikufa angali ako hai, na mfalme wa huku alinipandisha juu sana. I am second in command. Endeni mwambie baba hivyo. Wakarudi. Baba akaangalia, akaona haoni Benjamin, akaanza kulia. Akaambiwa sasa, wacha Benjamin, hata Joseph ako hai. Sisikii. Hata Joseph ako hai. Let me tell you. Na usimame sasa tuombe. Ile dakika nilipewa nimebakia only 5 minutes. Bwana asifiwe sana. Simama kabisa kama una uwezo huo. Sikia. I have come to declare as a man of God. As a man of God, I want to declare this, that your miracle is around the corner. Just one corner. Like this. And your miracle is there. I come to declare your Joseph, hata kama walisema alikufa, he is still alive. Your husband, kwa wale wajaoleka, your husband is there, is still alive. Your wife is still, wacha kujisumbua. Your car, it is still there, is alive. It is you to receive. It is you to receive. Inua mikono vizuri, tuabudu wimbo moja. Nipatiane microphone kwa baba yetu na mheshimu. Ambia jirani yako, achilia Benjamin. Viva yako irudi. Achilia Benjamin. Achilia Benjamin. Upate viva yako. Upate viva yako. Nasema achilia Benjamin. Achilia Benjamin. Kibali chako kirudi. Maana Joseph bado angali yako hai. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote iba. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe hakuna popote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nami si kwa majeshi, weka juu, wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nazo nguvu za giza
zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Kwa kweli nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ninaporudisha kipaza sauti kwa malaika wa nyumba ambaye ndiye Apostle Ndura Warwingi, atumalizie hapo pengine na atuambie cha kufanya, na Bwana awabariki sana. Asante. Karibu sana. Kuja uketi hapa. Thank you. Tusimame tu kwa miguu yetu. Wangapi wamebarikiwa? Kama una feel, hebu guza moyo wako, useme moyo wangu. Sema moyo wangu. Moyo wangu. Kama haukubarikiwa leo, sioni ukibarikiwa. Na moyo wangu, ninajua tumetenda dhambi na wewe, na hii ndio siku ya kubadilika. Hii ndio siku ya kubadilika, maana tumebarikiwa. Sema tumebarikiwa. Moyo wangu, kubali leo tumpokee Yesu. Kama umesikia, umeongea na moyo wako vizuri, inua mkono wako juu kama ungetaka kumpokea Yesu, unataka kumpokea Yesu. Umesikia hakika, this is my time. Huu ndio wakati wangu wa kumpokea Yesu katika maisha yangu. Ndio tu mkono wako vizuri, ongea kuhonoka, unataka kurudi kwa Yesu. Kimbia hapa mbele, maana siku hii ndio siku ya kiyama, siku yako Mungu aliitenga. Siku yako Mungu alitenga. Worship team, siku yako. Just come, kuja haraka. Ungetaka kumpokea Yesu akubadilishe maisha yako. Tena mmeweka mikono chini. Kuja tu mbele, wasaidie wale ambao hawawezi kujisaidia kufika hapa. Waonyeshe njia, kuja tu. Kama unahitaji msaada wa kushikwa mkono, ukuja tu hapa mbele. Haya, tuimbe pamoja. Narudi kutoka mbali, sasa unika. Karibu tu mbele hapa, karibu. Sasa narudi kutoka mbali, sasa unikaribishe, sasa narudi. Nasema hivi, uko mahali hapa na unajihisi katika hali ya unyonge. Nilitanguliza mambo ambayo nimeyapitia kwa miezi miwili, lakini huyu Mungu amenijia na kaniambia sijakuacha. Ninajua kuna mtu amepitia mapitio magumu, hali ngumu ya kimaisha, mpaka umefika mwisho, unaona ni kama dunia yako imefika mwisho. Wewe ndio ninakuhitaji hapa. Kuja tu, maana siku hii ni siku Mungu ameitenga kwa ajili ya wewe. Hii ni siku Mungu ameitenga kwa sababu anataka kukuinua, kukuvukisha kwenye kiwango kingine. Tafadhali kuja tu hapa mbele, kuja tu. Wewe uko katika hali ya unyonge wako, you are at the lowest. Uko kwenye hali ya unyonge wako, unahitaji Mungu. Tunaweza kuketi kwanza. Unaweza tu kuketi, maana nimesikia, nimehimizwa ya kwamba kuna watu wanapitia hali ambayo si hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanahitaji mkono wa Mungu. Maisha yao yamefika mwisho kabisa. Somebody to help with speakers here. Maisha yamefika mwisho. Hauna cha kufanya. Ni kama dunia yako imefika mwisho. It is the beginning of you tonight. Somebody to help here. It is. Huu ndio wakati wako. This is your time. This is your time to connect with God. This is the time for your healing. This is the time for your deliverance. Wakati wako wa kukombolewa ndio huu. Wakati wako wa kubadilishiwa maisha yako ndio huu. Labda wamesema hautapona, umeambiwa uko na ripoti mbaya ya magonjwa, uko na ripoti mbaya ya familia, uko na ripoti kama vile waganga. Weka vizuri, weka kule nyuma.
Huko na ripoti mbaya kama venye waganga waliniambia, walikuwa wamenipatia siku 7. Kuna mganga na kuanga Nyeri anaitwa Mukui Mondo. Aliniambia atanitembelea kwangu kwa nyumba ahakikisha nimekufa. Amengojea ni mwezi wa 8. Sasa tuko mwezi wa ngapi? Yeah? Tuko mwezi wa ngapi? Mpaka ilibidi apige simu. Ndio uko hujagia ogesia na oke hujura huja. Ilibidi apige simu. Yes. Kutaka kujua kama bado, akatuma mtu mwingine aniweke kwa WhatsApp group aone kama nitarespond. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wanasema nimeharibu kazi zao. Lakini kutoka leo, sema kutoka leo. Kutoka leo, it is a different dimension. Si kuharibu uchawi mpaka wao. Tiko do kiorogire u. Ore u. Si kama mmenielewa? Aha, mmenielewa vizuri? Tumesemaje? Si ni wao. We are going for them. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bado ninaongoja, nasikia hapa kuna watu wengi sana ambao mnapitia, unikuogopa, unaogopa kusimama. Just kuja tu, usiogope. Njoo, maana Mungu wako hapa. He's here to help you. Usijali, maana wakati huu hujui, hata wewe mwenyewe hujui ulikujaje hapa. Mungu mwenyewe alikuzungumza na wewe na akasema, nenda leo, nimetuma malaika wangu watakutana na wewe. Ninawaongojea tu. Wapigeni makofi wanapokuja. Wapigeni makofi wanapokuja. Wanapokuja kumpokea Yesu, kubadilisha maisha yao. Najua kuna hata wanaume maisha yako imefika mwisho kabisa. Yes, unaonekana ni kama uko lakini hauko. Kuja tu. I'm waiting for you. This is your time. This is your time. Baba kuja. Nini baba manimba mi? Ni kababa. Kababa. Kababa kuja. Kababa. Lugama ha. Nadika iko inegene. Umesikia? Kelele mingi sitaki. Wewe ni kababa. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm still waiting. Ni wewe naongojea. Kwani umetoroka? Ni wewe naongojea. Uko hapa. Hali yako, mwili wako una unyonge. Maisha yako yana unyonge. Your spirit is down. Nangojea tukujeni. Amuka tu, usiogope. Usiogope hata kidogo. It is a day God has called for you. Ni siku Mungu ameitengeneza kwa sababu yako. Kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu yako. That's the reason Mungu amekuleta hapa. Sio mimi nimekuleta. Mungu ndiye amekuleta, maana alijua siku hii utapona. Alijua siku hii maisha yako itabadilika. Alijua siku hii utaenda kuinuliwa. Maana walikuwa wameandika jina yako, wamesema umeisha, umefika mwisho. This is the beginning. It was the true. Kwao ulifika mwisho. Naye Mungu akakuchukua. Uko kwenye mikono mizuri ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono yako juu tunapoenda kuomba. Kama bado unafikiria kukuja, amuka. Amuka ukuje na kungojea. Inua tu mikono yako juu vizuri. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu, ulikufa msalabani ndio niweze kufunguliwa. Walikupiga mijeredi ndio nipate ukombozi. Ulimwaga damu ndio nitakazike. Walikutukana ndio majina yangu yabadilike. Walikuua ndio mimi nifufuke. Kutoka leo mimi si aliyekufa, nimefufuka. In Jesus name. Wewe shetani, wewe shetani, sina mahusiano na wewe tena. Mimi ni wa Yesu na nitamtumikia Yesu kutoka leo hata milele. Nitamtumikia Yesu. Sema amen. Sasa nyinyi mmeokoka. Bwana Yesu sana. Na ningetaka kabla ya kutoka, ningetaka kukutana na nyinyi, mkae kona ile ya chini kabisa baada ya ibada. Nataka kuwa msaada wenu. Nataka kutembea na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusimama na wewe. Najua uko kwenye hali yako. Mimi nilikuwa kwenye hali kama hiyo.
lakini kuna mchungaji mmoja aliyesimama na mimi. Wakati kila wachungaji wote walinikataa, lakini kuna mmoja alisimama na mimi. Wacha mimi nikuwe huyo mtu mmoja anayesimama na wewe. Najua Mungu atanisaidia, nitakuwa baraka kwako, nitakuwa kiongozi kwako, na nitakuwa msaada kwako. Sasa nataka kuvunja madhabahu ambayo yamekushika. Nataka kuita Bishop ukaribu hari mikora, hari jagiri, hari maroho macio mothe, na niwe twina anointing icio ciothe, na no ithuĩ tũngĩhota kũbunja maũndũ macio mothe. Arĩa maikaraga matu-inĩ rĩ, matingĩhota. Ĩrenda gũkũ anointing ĩno ĩrenda andũ maikaraga kũndũ kũrĩkũ? Andũ maitũraga no na nĩ manja gũtugĩrĩria. Anointing ĩno ĩrenda rĩrĩ, mũndũ ũhũrĩte ũkora tawe. Unanyita? Umeona mtu mwenye amefanya ukora kama wewe. Kama mama, nyinyi watu wazuri, mnakaa mbinguni, si mmekaa hapa duniani? Mnahitaji mtu kama mimi ama huyu. Mtu anakuambia mimi nilikuwa mwizi, mimi nilikuwa jabasi, nilikuwa hii yote, kwa hivyo nilitoka huko, na mimi nataka tutoke, si ndio? Nyinyi mnahitaji wale wanakaa mbinguni. Mnahitaji nani? Hawa watu. Tutahitaji watu wa gani? Na tunataka huyu mzee, maana tunatembeaga na yeye, na mimi najua yeye. I know his track record. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nejoega inieko muhudhira ogwo ako amuhudhira umuthi nejoi no ndie ndare he muhunjio we niwe wa mbere ha na we niwe wandathire turi kule City Stadium kaine na ndora hadi haha ni ha dukira therege ohora doya. Yes. Imani ni kusikia na kusikia neno la Mungu. Na unaamini kabisa. Sema nataka kuamini sasa. Kwa jina la Yesu. Maana imani ni kuamini. Ni mwanyita. Lazima uamini Mungu yuko. Unapoenda kukuombea au kukuwekelea mikono, lazima uamini. Uamini ya kwamba Mungu yuko na nitatendewa na itatendeka. Amen. Ukisikia utafunga macho mwambie Baba niongeze imani. Yaani ukuje tu mbele umejiachilia tu. Amen. Lakini ukija mbele na una vitu zingine na huko you receive nothing. Mimi nataka kuachilia tu nguvu za Mungu juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na wale wako tayari wanazipokea hapo hapo na maisha yao yanabadilika. Si mngetaka kuwa smart kama mimi? Si mngetaka kuwa na do kama mimi? Mimi nilizaliwa kwa familia maskini. Bwana asifiwe sana. Ndio maana nikaingia kwa wizi sababu ya maisha kunikalia. So huyo Mungu aliyenibadilisha aingie kwa maisha yako. Nataka kuwagawia huyo Mungu, si ndio nampate ushindi kama vile Mungu amenipatia ushindi. Ndio mkono wako juu katika jina la Yesu. Anaweza. Anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza. Urabashila. Anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza Bwana. Yesu anaweza. Anaweza Bwana. Yo Roho Mtakatifu. Anaweza. Yo. Anaweza Bwana. Yo. Anaweza. Yo Roho. Anaweza Bwana. Yo anashuka mahali ulipo. Anaweza Bwana. Yesu anaweza. Anaweza Bwana. Anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza Bwana. Anaweza. Anaweza Bwana. Yesu anajaza. Anajaza Bwana.
Sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Na siku ya leo nimekupatia maisha yangu na roho yangu, uniokoe. Kuanzia leo nimeokoka. Na wewe shetani, achana na mimi. Yesu, 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 nishike mkono, usiniache, usiniache. Ndio hiyo, Holy Ghost, Holy Ghost, touch them Lord. Ni watoto wako. Bwana awatendee, aendelee kuwatendea, aendelee kuwatendea, aendelee kuwatendea. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, aendelee. Holy Ghost, nasema fire,
Nasema tena. Fire. Nasema tena. Fire. Karibu baba. Asante, mpeleke mgeni ofisini. Gari, I think unajua ofisi. Asante sana, Mungu awabariki. Ningetaka kuwaona pale kwa kona baada ya ibada, tukimaliza tuketi chini, turudi pale tulikuwa tumekaa, alafu tumalize. Sasa ni wakati wa kutoa sadaka. Sadaka, kila mtu uliye hapa, hata kama ni shilingi moja, hata kama ni shilingi moja ambayo unatoa, inakubalika, maana ndio inahitajika. Mweke tu hapa, mweke tu, mtafuta kiti yake, mweke kiti yake hapo, usimpeleke mbali, usimpeleke tu, mweke tu hapo, mwige hau nimbo hujia sio ni ale hujia na gainie kumuonekanira umuthi. Wacheni niwaambie kitu kimoja. Wakati mgeni anatembea, akitembea mgeni anakujanga na baraka zake. I think wale ambao tuko na wao mumeona kazi ambao tunaifanya ni kazi nzuri, si ndio? Ni kazi ngapi? Kazi nzuri. Sema kazi nzuri. Inahitaji kusapotiwa. Sema inahitaji kusapotiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ingia kwa mfuko wako ama kwenye runinga. Kwa wale ambao wanatutazama, kuna pay bill number 247247 ndio pay bill number. Account number ni 935035. Account nyingine unaweza kutumia, hiyo nyingine ni 290002 290000 290002 ni account number. Pay bill number ni 247247. Kwa wale ambao tuko na wao na mko na hizi, nataka kila mtu ahusike, hata nyinyi akina mama nini, kila mtu ahusike. No matter chochote ambacho uko nacho, kilete hapa, maana kuna kitu nataka kufanya kutoka sasa, na maisha yako nataka kuyabadilike, na Mungu atakuwa pamoja nawe kutoka leo kwa njia ya kiajabu sana. Kwa hivyo tuende na mipangilio. Hawa wa mbele mulete hapa. Lakini kama hapa ni karibu na wewe, unaweza kuwekelea hapa tu. Yes. Njoo tu, wekelea tu hapa. Hakuna shida. Leteni amkeni, kila mtu asimame, alete kila mtu. Kila mtu. Haijalishi unaleta nini. No. No
Asante sana. Wangapi unasikia kumefurahishwa na hapa? Nige na maiwa boko, yani umesikia umebarikiwa kabisa. Ati Jumapili hautakosa hapa. Yani unasema kila Jumapili nitakuwa nikikuja hapa. Ila tu mkono wako juu, nataka kuona sura yako nzuri. Nitasimama na nyinyi, nitatembea na nyinyi. Atumia adigwa. Ucio niguo erore ajeteirwo. Nie ndi wa Ngai na inyuĩ mũrĩ ake. Tumuke twake nyumba ya Ngai na tuhuje kiugo kia Ngai. Si ndio? Akina mama. Yes, mkuje tufanye kazi hii. Msiogope, tukuje tufanye kazi hii. Najua ni ngumu, lakini nitasimama kwa kila kitu mtakachokihitaji kutoka kwangu. Mungu atakubariki. Mungu atakusaidia. This God is able. In Jesus' name. Amen. Yes. Baba unaitwa nani? Nicholas Watengo. Yeah. Siaya. Yeah. Kayole. Yeah. Mungu atakubariki. Amen. God will bless you. So kwa wale ambao tunafanya deliverance tutarudi saa 10. Kwa sasa ningetaka tu watu wa kanisa hawa wageni wetu kama sasa hawa. Hebu wale unajua uko na mkogojo wa kutembea nao, inua tu juu. The PWDs, people with disability. Inua tu juu, inua tu juu. Inua tu juu. Yes, wow. Hata ni stick, ule ako na stick ya kutembelea, ile ako na mkongojo. Sasa ningetaka ukue mwanachama, mtaandikishwa mkue wanachama. Kuna vile nataka nikue na kutembelea kama huyu. We uko na wheelchair? Hauna wheelchair? Sawa, nitakununulia wheelchair. Utatembea kwenye wheelchair. Nzuri tena. Ile tulikuanga nayo hapa ilienda wapi? Tuliona nayo? Tabate. We tulikuwa na wheelchair au? Iangalie kama iko mumpatie, kama haiko Jumaine nani amekuja naye? Ule msaidizi wake hapo wapi? Ni mgani? Jumaine. Umetoka pande gani? Umetoka wapi? Wewe ni wa coach. Coach niliishi huko. Kwa nimefinya watu kiasi. So Jumaine mkuje, ukujie wheelchair yake, mkuje na yeye kama mtaweza, wheelchair mzuri, tutembee. Na huyu pia Ono wako tayari oka. Wacha mimi nimtembeze, nishike mimi. Nishike. Haya tutembee. Tutembee tu. Twende. Yesu anakuponya. Twende. Twende. Twende tu. Ni wapi? Hapana, wacha jishikili, wacha nisai. Oh yeah. Yes. Oh. Hauna miti ya kutembea nayo? Tutatoshea tu, sijali. God will create a way where there is no way. Hawili share wale watu walikuwa. Kana sheti alivyo. Twende tu. Pole tu. Tutafika. Yes. Uko class? 6. Unasomea shule gani? Umechoka kabisa? Grade 6. Tetemdar.
Doctor? Oh, Dr. Mudiora. Iko wapi hiyo Mudiora? Iko Kireko. Eh? Kireko. Kireka. Kireko. Keriko. Kerigo. Dagureti. Kule mto hivi. Umewahi kutumia wheelchair? Eh? Umewahi kutumia wheelchair? Uko nayo? Iko wapi? Hakuna wheelchair? Yeah? Iko wapi? Yeah? Kwa soja. Walikataa ikuja. Nani alikataa? Kwa nini? Yeah? Hawezi kutembelea huko. Oh, waliona kupandisha ndio shida. Oh. Okay. Sawa. Wow. Mose, mbona unaniangalia na huruma nyingi hivi? Nitasimama na wewe. Nimeona mkono wako. Eh? Mtoto university nashindwa vile nitalipa kabisa. Nang'ang'ana naye nashindwa, na mimi ndo mzazi, mimi ndo bebe na nyuma. Na kwa Mount Kenya University. Sasa nashindwa atasimamisha kwa njia. Mount Kenya University iko juu Bishop. Kuna vile na per semester ni 65. Yeah. Ni pesa mingi kwangu. Only. Ni pesa kidogo sana kwa Mungu. Amen. 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 Lete makaratasi yake. Mfalme wa Amani Foundation. Si kesho sikuangi hapa. Kuja Tuesday. Ukuja na makaratasi yake. Nitamulipia hiyo semester moja. Amen. Amen. Hallelujah. Wale ambao hawaoni kabisa, simama kwa miguu yenu. Hauoni kabisa kabisa. Ulipoteza macho yako ilipotea lini? Ilipotea hapo 2014. Okay, walikwambia nini? Glaucoma. Na wewe walikwambia nini? Glaucoma. 2017. Moi referral. Na sasa mnafanyanga nini baba? Tunakaanga tu tufanye kazi. Amfanye kazi? Wewe mwenyewe ufanye kazi. Mami nikiweka. Niye ndire kindu njikaraga nyumba. Ciana ciaku ciaku. No umwe njukire nake uria undehire. Mwite Timothy. Timothy. Ndakuona Timothy. Mami nikiwekaga. No gwikara nyumba hatire kindu kingi. Ciana icio ingĩ ciĩko? Ciana ciakwa rĩu amwe nĩ airĩtu magĩthiĩte gwa thuri. Na nĩ mahikire? Mũthuri ũcio? Mũthuri ndirĩ. Ndio nyiki. Nĩ kũhurũka. You are Soro? Nĩ Manisoro. We Manisoro? Ako Manisoro. Ako Manisoro. So, mũthuri ũcio ũngĩ, yaongea na huyo mzee? Baba? Na niki wekaga? Unafanya nini? Mimi? Mimi hakuna kazi nafanyanga. Na unakaa na nani? Bibi alienda. Alikutoroka? Nilimtafutia kazi na akaona amekuwa akakuwa pena pesa. Sasa akaona aenda achukuliwe na mtu mwingine, akazaa na mtu mwingine. Alafu sasa akaenda na watoto. Akaenda na watoto? Sasa umebaki peke yako? Nikamebaki peke yangu kwa nyumba. Kwa nyumba? Wow. Si tupatie picha mzuri nani? Ani. Wow.
Umesikia mama? Mzee alitafuta kazi mzuri. Alipopata kazi mzuri, mama akapata, akaachwa. Yeah? Sasa ni nini unaweza kufanya? Mimi? Na kwa mikono yako nikiwa na mtu naweza kutengeneza hata clips, nikinunua mashine. Sasa uko na nani mwenye anaweza kusimama na wewe kufanya hiyo kazi? Kutafuta mtu tu. Sasa uko na ndugu? Uko na ndugu? Sina, niko peke yangu. Na mama? Sina hata ndugu, hata nani. Hauna dada, hauna mke, hauna watoto? Hapana. Watoto niko nao lakini mama yao walienda nao. Sipokuwa ni msichana wa dada yangu. Ako wapi? Ako tu karibu. Umekuja naye ama? Hapana, sijakuja naye. Uko na simu? Haya, utatupatia namba ya simu, keti chini. Wengine tuketi tu. Mami, huyu wa hapa kuja kwa hawa wawili. Unaitwa nani mami? Si umuguze ndiye ajue umeweza dawa sasa. Bwana asifiwe. Praise the Lord church. Hai. Praise the Lord church. Amen. Ondokea kamera. Mimi hata nilikuwa naomba apostle atupatie chance. Yes. Naitwa Margaret Wajiro Hamisi. Ama Nzomo. Do you want me to hold the mic? Or you hold for me? Atakushikia mic. Okay, let me hold for myself. My hands are clean and anointed hands. Yes. Praise God. Mwachie. Acha nisimame kidogo, hata nilikuwa naomba hii nafasi. Nilikuwa nimeambia referend nani? Koki, when we come atupatie one of us wakati wa testimony sita kutoa because I don't the protocol in the church. Kuja tu. Sisi ni wageni. Kuja tu. We came from Kayore. Praise the Lord. Kuja tu. Kwani mmelala? Hatujalala. Praise God. You know me, I'm a preacher. You're a preacher? Yes. Give us I'm the a woman word. of God. I does not hinder me to preach the gospel. Si mnanijua? Mnanijua? Wapi watu wa Jada? Akina Roda, my caregiver, akina Jane. Tunakujua. Mnanijua? Yeah. Mimi najulikana hata kwa mitandao. Pigieni makofi. Hallelujah. Nashukuru sana kwa neno la Bishop Amenda. Ako. Bishop, Bwana asifiwe. Bishop, where are you? Anasikia. Praise the Lord, Bishop. Amen. Before nilipotea macho, nilikuwa nawaona. Na me, when I was invited na by Koki, and I was told about Warongi, I knew Warongi, I knew you got saved. Lakini I have never come across you. I have heard about, I was reading the papers, Nation, I used to see. Mimi sikuzaliwa kipovu. Mimi kwa nafanya kazi hapa ukulima Sako Uhuru Highway, hapa Uhuru Highway for 15 years. For 15 years I've been working there. Na it happened 2 or 3. Ni shetani, wasemeni shetani. Shetani. Devil is a liar. Devil is a liar. Nilienda kunua plot Kitengera. Tukuwa na ofisi. Tukara nyama ambuzi. This testimony is all over the world. Na tukara nyama because I was preaching even that in our office. So I didn't know there was a devil worshipper in our office. Nilipo hapa pale Kitengera tukachinjiwa nyama na Masai. Tukakula mbuzi. When I came back to the office on Monday, watu walikuwa na hara na kutapika. Mimi sikugojeka sana. But nilienda hospital on Friday. When I went in Friday, nikayakiwa tena food poison. Kulala kwa ward sitaenda sana. 1 week. It happened that the doctor was in ward, that in Nairobi West. Hospital Ikweta Hospital. Akanidunga shindano at the veins disappeared just like that. Mishipa ile ya kuwekewa dawa ili disappear. Kudisappear daktari alisuggested niwekee shingo. Mahali hapa. Alipoweka within that minute nikaanza kupoteza macho. For that minutes nikaanza kuona dim. From 2 or 3 I lost my sight. But I thank God. I used to totally blind, but now I'm partially. Naona kidogo. But I cannot walk alone. But let me, I didn't sleep there. Nikabia shetani. Because he knew I was going to open a church at Kitengera. That was my plan.
that church, that each plot nilinunua. I was planning to open a church, and now the devil wanted to hinder me. I told the devil, imechukua macho, but you have not taken the Spirit of God. Still study today, I preach the gospel. I'm not anointed, I'm in the apostolic church, Pare Kayoro 1, that's where I am. But wherever I am, even Huruma, mimi ukiniangalia kwa diaspora, Kikuyu diaspora, Damaris utaniona. Ukiangalia Simon K utaniona. Ukiangalia Shirohu Gura Radani utaniona. I'm there in YouTube. I said I'm not going to keep quiet because of blindness. I want to encourage who is here. Na wewe una macho na ufanyi chochote. Start serving the Lord now. Apostle, thank you. I was crying when I was worshiping. Sisi tumeonekana marginalized. Tunaitwa marginalized. But in the Bible says, we are a fearful and wonderful made. Sema, I'm fearful and wonderful made. I am fearfully and wonderfully made. As long as we are studying like this, igas waoni, the Lord ananiona kama apostle. I welcome all those who are not weak, they are weak. Apostle, I want to give you one woman here. Tusimama Alice wa Gumo. Mimi niko na kikundi ya walemavu, inaitwa zaidi ya Washindi Women Empowerment Organization, CBO. Na mama nilipewa na mama mwingine. Umemuita nani? Alice wa Gumo. Alice wa Irimo. Alice ndio tunakaa hapo jirani. Alice alikataliwa na watoto wake. Alice wa Irimo. Wa Gumo. Simama mama. Simama ni wewe tulikuwa tunakaa. Na Purity, you are the caretaker. Alice wa Gumo. Simama Alice. Dito tikikalete nawe. Amesimama. Alice aliachwa na watoto wake. Mimi nashukuru Mungu, kuna mtoto wangu mmoja ako US. Wakati potea macho nilikuwa na watoto mapacha, mmoja akaaga. Nina mwingine anaitwa Masi, ako hapa afanyi kazi sana na hustle tu, lakini sitaka kutumia jina hustle. Hustle ni shetani. Hustle ni umaskini. Usirudi kujiita jina hustle. We are blessed. We are blessed. We are not hustlers. We are not a hustler. Yes. I'm blessed of the Lord. That's why I'm standing before this altar. So, huyu mama nikapewa, amenegletiwa na watoto wote. Purity kuja hapa. Purity ndiye anakaa na yeye. Huyu mama sijui anakulaji. Apostle, if you can help this woman on my behalf. This woman, she's neglected. Sijui anaishi kwa nani, anakaa Kayolo 1. Adamu attach, sasa sina uwezo wasa mimi, hata unaweza kuniuliza anafanyanga nini. Mimi kile nafanya ni kuomba sana, na niko na mikutano niko na wamama, mimi niko nyumba 10. Haya, sema amen. Amen. Na mimi niko security policy, mimi ni nyumba 10 na niko na hii kikundi inaitwa Peace. Unasikia peace? Yes. Amani. Mimi ni mpenda amani. Amen. Usione kana naranga. Uliza Roda, ndio anipeleka kwa Peace, kwa DC, kwaenda kwa Dio, wananijua wote, wanajua Margaret Zomo ni champion woman because I have Christ in me. Thank you, thank you. Mimi nataka wagumo. So Apostle, talk to this woman. I am speaking to her. I don't know what she's eating. Nenideha. Murore. Ako akore modokora nyumba eno. No, Purity. No orora mutumia oyu. Huyu ni caretaker wa building ile anakaa. Sijui nani amempa kwa kulala. Mimi nina nyumba, mimi nalipiwa nyumba. Mimi hata nina nyumba nimejenga jada. Mimi sijikompi na wa God. Mimi Mungu alinipa nyumba na nikajenga. Ndaigwa. Ndaigwa. Ona gutuika ni rago ile ni gucoka ni thamite no ni ndiramia karingi. Neko gwerago ile niki? Irago ile roof. Ya kiroro makiona atu bride wanatujengea na madharau. Eko. Iko hapa jada. Jada haujikaraga. Okay. Ndathamire to niredie kungwira roof. Nĩngũrehwo nginya kuo. Nĩndorehwo. Nĩngwenda. Na nĩngũkũhe namba yakwa. Mwathani agocwo. Amen. Nĩngwenda kwaria ũguo na njĩre andũ ame nyũmba ĩno wale wasikii Kikuyu wacha ninge Swahili. Walemavu msijidharau. Apostle, you are a man of God. Amen. Si tumetafuta nafasi kama hii. Nani ameshatualika? Kanisa gani imetualika? Mimi hata nataka kuwa partner. Yes. Pigeni makofi. Yes. Alafu ninaomba, kuna kitu nataka kuomba Waruingi. Hawa watu wana mahitaji mengi na sitaki kukuletea mzigo. Tufanye hivi kutoka leo.
tutengenezee mkutano. Tunataka kuform group ya sport. Wengine kwanza leo mumedance, amufanyagi exercise. Leo amedance. Leo mumedance. Mumenona. Pasa Bishop amesema tunanona. Sasa ingine tufanye exercise. Fanya vile, mimi nitakupa contract ruko ki. I know over 200 or 2,000 walemavu. Get contact with us, and I have one Kibe. Kibe eko. Kibe. Logama Kibe. I am there. Get contact with him and me. You'll get all the disability you want in this Nairobi. Thank you. And I need your help. Thank you. Help us. I will. Kama Mungu amekuokoa, ukaacha kupiga watu risasi nilikuwa na kusoma kwa gazeti. Ati ni wewe. Ati ni mimi. There is God in heaven. Yes. Kumbe kuna Mungu anaweza geuza watu. Kumbe kuna Mungu. Nilimpokea 1979 nikiwa redeemed na Bishop Kitonga. Nikiwa youth. Mimi niliokoka 79 nikiwa youth kwa Bishop Kitonga Mathare. Na najua 42 brothers kina Mogania walikuwa naua na waliokoka. Gai, kuna Mungu anaishi. Amen. Bishop Joroge, may the Lord bless you. Amen. Hubirini injili. Amen. Mimi nilihubiri original gospel 1979. Msiaibike mnaitwa wezi. Mulibadilishwa na damu ya Yesu Kristo. Amen. Hata sisi tulikuwa wabaya. Niliokoka nikiwa mlevi. Lakini niliokoka. Nimehubiri injili nikiwa msichana, nikiwa mama mpofu, na nitahubiri na mimi nitaona very soon. Sasa iko hivi. Ulidugu wapi shidano? Pande gani? Ekede mehutie nigetha riri gucokerie hinya waku wa kuona. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba nĩ ndagũthaitha. We niwe wandutire mũtondo-inĩ. Kĩngarũrĩra mũtũrĩre wakwa. Mũtumia ũyũ nĩ erirĩirie gũkũhunjĩria. Gũtangatha rĩĩtwa rĩaku. Kuga ũrĩ Ngai. Mũringĩre kĩama gĩkĩ. In Jesus name. Yes. Nĩũkuona. Tigana nake. Ngai nĩ ekũmuonia harĩa gũikarĩte. Hebu simameni muongee na lugha kidogo. Kila mtu asimame. The spirit moving around. Hata yote amekuja akiwa na uchungu, hata mimi nilikuwa na uchungu mgogo na nimedasi nikasikia umetoka. Can you stand and praise the Lord? Thank you Jesus. Touch me, oh Lord. Touch me, oh Lord. Touch me, oh Lord. Touch me, Lord. That's why I'm here, Lord. This is the purpose we came here, Jesus. Touch us, Lord. Touch me, Jesus. Touch me again, Lord. Oh, touch us. Touch me, Jesus. Touch this man. Touch this man of God, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Touch us. Oh, anoint us. Again, Lord. Anoint me again. I don't leave this house. Anoint me, Jesus. Anoint me, Lord. I don't leave this house alone. I don't leave this house sick. Sitatoka hapa nikiumwa na mgongo, Bwana. Niguse. Niguse, Bwana. Tuguze, Jehova. Guse Baba. Wale mabwana angalia. Waguze, Jehova. Oh, Ramashi. Touch us, Lord. Touch me, Lord. Touch me, Lord. Heal my back. Heal my leg. Heal my leg, Jesus. Amen. Touch us.
Touch us, Lord. Touch us, Lord. Touch the disability, Lord. Touch the people with disability, Lord. Touch us, Lord. Touch us this afternoon. Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Oh, mercy, God. Thank you for giving us, Lord. Thank you for the power. Thank you for the healing, Jesus. Thank you, Lord. Touches in everyone, even those unbelief. Let them believe today. I return the mic to the post. Thank you, Apostle. May the Lord lift you. May you go to many. May the Lord use you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once again. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Once again. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Yes. Once more. Heal me once more. Heal me once more, Lord. Heal me once more. Touch me once more. Touch me once more, Lord. Touch me once more. Thank you, Jesus. We glorify your name and we thank you, Father. You are the only King, the only Father. We adore you. We worship you. You are the Master, the everlasting King. Nobody can be like you. You are our healer. You are our deliverer. You are Elohim. We thank you. We honor you. In Jesus' name, somebody say amen. Amen. Munaweza kuketi chini. Kwa wale ambao tumekuja walemavu, niko na kakitu nataka niwapatie. Kazawadi kadogo tu. Yes, mami. Ni ya nini hii? Ya akili. Akili imefanya nini? Na kunywanga dawa za bipolar. Bipolar. Na depression na pressure. Na depression. Na nerves. Na nerves. Na huyu anaenda kuchinjwa Novemba 15. Huyu anaenda kuchinjwa. Pamoja na huyu anachinjwa Kenyatta Novemba 15. Wote wanachinjwa. Wachinjwa. Sijui. Excuse me. No. Ndiye ametuleta. Ndiye ametuleta. Basi hodera tu. Ni makinya kule amegothiaga. Yo ikarede. Thank you. Yes. So huyu anafanyiwa operation lini?
Anafanywa 15 hata huyu siku moja Kenyatta. Wanasemekana wanafanywa kwa nini? Wanafanywa huku sehemu za siri, wote wako na shinda. Kidneys, mbegu na kiungo ya kususu. Huyu wako na shida ya mapua pia. Huyu alichinjwa mdomo. Huyu amefanywa upasuaji mpande moja. Na wewe akili? Mimi nasumbukanga naanguka, depression, bipolar. Nilikuwa karibu nipotee macho kama umama. Niliwekwa mandawa mapua. Nikaanza kuacha kuona kizunguzungu. Ni Mungu alinisaidia. Sikuwa natembea mwezi wa 3. Tuombe sasa. Haya, nyamaza tuombe. Washike watoto wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndio unayejua kutenda. Kuna huyu mtu ambaye alikuwa ni kipofu, haoni kwa miaka mingi, lakini ulimpaka matope machoni mwake na ukamwambia akaone. Huyu mama alikuwa na miaka 12 ya umwagikaji wa damu, lakini alipokuja kwako akabadilishiwa maisha yake. Asante. May God heal you in Jesus name. In Jesus name. May God heal you. May God heal you. In Jesus' name. Thank you. Ningeomba rekodi zanu zote nyinyi ambao mko hapa. Hakuna ulemavu mko nao, Mungu anaenda kuwaponya. Hakuna mtu mlemavu hapa. You are going to be healed. Huyu Mungu anajua kujibu. Anajua kujibu matatizo yote. Mimi nilikuwa jambazi, nilikuwa mtu mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyu Mungu alipokuja, hakuangalia yote yale. Aliangalia mtoto wake. Wewe bado ni mtoto wa Mungu. Hata kama unatembea na mti, wewe ni mtoto wa nani? Hata kama hauoni, wewe ni mtoto wa nani? Na huyu Mungu anakupenda. Na anakujua kwa jina yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu ako enake. Anakujua kwa jina yako. Anajua kule unaishi. Anajua kile unafanyanga. Anajua matatizo yako na anajua hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo leo kuna muujiza Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Halo. 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 Sijasikia sauti mzuri. Halo. Asante sana. So wale wageni wetu ambao wametutembelea, ninalete bagi kadhaa za chakula hapa. Leteni hapa bagi kadhaa. I want to be a blessing to you. Sijui mkalimani wangu alitoroka, sijui alienda wapi. Huyu mama nataka asimame, akuwe strong. Amen. Awache kulialia. Amen. I want to be a blessing to you. Nataka niwe wa baraka kwa maisha yenu. Because I believe. Kwa sababu naamini that God is in it. Ya kwamba Mungu ako ndani yake. He is in that blessing. Kwa sababu ako katika hii baraka. I know had it not for God. Najua kama si Bwana, then I will not be what I am tonight. Kwa hivyo hangelikuwa jinsi alivyokuwa sasa. I am what I am because God loved me. Lakini yako jinsi alivyo kwa sababu Bwana anampenda. And the reason here. Na kwa sababu hiyo. I'm here because of blessing people. Ako hapa kwa sababu ya kubariki watu. I'm a cheerful giver. Yeye ni mtu ambaye anatoa kwa furaha. And I believe. Na anaamini. In giving. Ya katika kutoa. I believe in giving. Anaamini katika kupeana. And in giving. Na katika kupeana. There is a miracle. Kuna muujiza. There is a blessing. Kuna baraka. Those who have stood, have been standing with me. Wale ambao wamekuwa kisimama pamoja na mtume. With me. Wale ambao wamekuwa kitembea na mtume. I want to be doing this every Sunday. Anaomba awe akifanya hivi kila Jumapili. And I want more than 300 people with disabilities on Sunday. Na anahitaji watu 300 wenye ulemavu. The people that will come here. Ya watu ambao watakuwa nakuja hapa. And I become their father. Na yeye atakuwa baba yao. I want to become their father. Anataka kuwa baba yenu. I want to become their blessing. Anataka kuwa baraka kwenu. I want to be your father. Anataka kuwa baba yenu. I want to be somebody that will walk with you. Anataka kuwa mtu ambaye atatembea na wewe. Irrespective of what they know about you. Pasipo kujali ni kile ambacho. Irrespective of what they say about you. Pasipo kujali kile watu wanasema kukuhusu. I know that my father. Anajua kwamba baba yake in heaven. Katika kwenye mbinguni. Has given me. Amempa. A hand. Mkono. To be a blessing to others. Kuwa baraka kwa maisha yako. Kwa hivyo I want those people. Anahitaji watu hawa. With the disability. Ambao wako na ulemavu. To rise up again. Kuinuka tena. Rise up again. Inukeni tena. Then come here. Na kisha mja hapa mbele. Somebody to come and just lead them. Mtu akuja waongoze. Help them. Mtu awasaidie. Huyu mzee kwanza akae chini. Wewe mzee rudi huko nyuma. Just walete hawa. Hawa hawaoni. Mtu wako na crutch. Akuje. Nataka kumpatia kwa mkono wangu. Amen. Yes, wote mpaka wao upande huu simameni. Okai.
I want to serve them personally. Anataka kuwashirikisha yeye mwenyewe. Muwapange vizuri, wacheni walete mpaka huko. Ushers wako wapi? No, these people are funny. Wapangeni, simameni hapo. Ndio kama iha. Wasimameni hapo. Wewe huko. Hapo hivyo. Wengine waende hivi. Umekalia madhabahu. Utapona, kalia. Usijali. Walete hapa. Yes, good. I want to be a special blessing to you. Tumetaka kuwa baraka kwenyu. Because I want you to accept me. Kwa sababu anataka nyinyi mumkubali. I become your father. Ili awe baba yenu. I become your helper. Awe msaidizi wenyu. And I will be there for you. Na yeye atakuwepo kwa ajili yenu. Any single time. Na katika muda wote ule. The only thing I want from you. Lile jambo moja tu anahitaji kutoka kwenyu. The only thing. Jambo moja tu I want from you. Anataka kitahitaji kutoka kwenyu. I will be providing you with what you want. Ya kwamba wewe atakuwa na kile ambacho wewe unataka. I want you to pray for me. Anataka umuombe. I want you just to be praying for me. Anataka tu wewe unamuombea. I want you to be my intercessors. Anataka wewe tu utakuwa unamuombea. To intercede for me. Utakuwa unamuombea kwa ajili yake. Will you do? Je, mtafanya hivyo? Will you do it? Je, mtafanya hivyo? Will you do it? Je, mtafanya hivyo? Will you do it? Je, mtafanya hivyo? If you are going to do it, raise up your hand. Kama utaenda kufanya hivyo, inua mkono wako. That is the only thing I want from you. Hilo tu ndio jambo ile ambalo mtume anahitaji kutoka kwako. I know God will hear you. Anajua Bwana atakusikia. I know God will hear anajua your prayers. Mungu atasikia maombi yako. And I know through you. Na anajua kupitia kwa wewe. I'm going to cruise. Ya kwamba ataweza kusonga. I'm going to make it. Anaenda kuwa and penetrate na kutoboa to higher levels. Katika viwango vya juu. I have so many challenges in my life. Ako na changamoto nyingi sana katika maisha yake. And I know through you. Na anajua kupitia wewe. I will overcome. Ya kwamba atakuwa mshindi. I know through your prayer. Anajua kupitia maombi yako. God will speak to me. Ya kwamba Bwana atanena pamoja naye. I will be your blessing. Atakuwa baraka kwako. Every single Sunday. Kila Jumapili wawaye yote ile. I am expecting you here. Anakutarajia uwe mahali hapa. I'll be organizing a car for you. Atakuwa anafanya mpangilio wa gari. That will be bringing you here. Ya kwamba gari lile litakuwa naleta mahali hapa. Tosha baba. I will be organizing a car. Atakuwa anafanya mpangilio wa gari. And on Sunday. Na kila Jumapili. I will prepare lunch with you. Atakuwa anaandaa mankuli ya mchana kwa ajili yako. The coming Sunday. Na Jumapili ijayo. We will eat the same table. Utakula kutoka mahali hapa. I will organize something like something good. Atafanya mpangilio mzuri. And we will have lunch together. Ambaye mtakuwa na chakula cha mchana mahali hapa. And I will organize a table which is similar I will organize a table. Na pia ataandaa meza that is similar to that in Serena. Ile ambayo inafanana na ile hoteli ya Serena. And a plate similar to that which is in Serena. Na pia sahani ile sawa sawa na ile ya Serena. You will enjoy some meals. Utafurahia vyakula. We will eat together. Utakula pamoja. We will share this meal together. Mutashiriki pamoja. And I know God will bless you. Na anajua Bwana atakubariki. And God will lift you. Na Bwana atakuinua. Praise be the name of God. Bwana Yesu asifiwe. And for those that have children. Na kwa wale ambao wako na watoto that are supposed to go to school. Ambao wanastahili kwenda shule. And we don't have school fees. Na hauna karo ya shule. I want to assure you this. Anataka kupa hakikisho hili. I don't have the capacity to do it all of you. Kwamba hana uwezo wa kuwafanyia nyinyi nyote. But if you give me like 2 to 3 months. Lakini kama mtampa miezi miwili mitatu. I will be able to have the capacity. Atakuwa na uwezo wa kuwasaidia. And I will help each of your children. Na atasaidia kila mmoja wa watoto wenu. I'll pay for their school fees. Atalipa karo yao. And whatever they will need. Na chochote ambacho watahitaji. I will provide them. Atawapatia. I will give it to them. Atawapatia kwao. I know I am not special. Anajua kwamba yeye si mtu muhimu sana. There is a day. Lakini kuna siku. The judge said I be hanged. Ya kwamba hakimu alisema ya kwamba anyongwe. And I was taken to committee for hanging. Na akapelekwa kule kamiti. But as before they will hang me. Lakini kabla hajamtia kitanzi. Before they rolled the machine to kill me. Kabla hawajafanya ile mashini kufanya kazi. Jesus came. Yesu akakuja. And he rescued me. Na akamuokoa. He stopped the machine. Akaachilia mashini kasimama. And he told me. Na akamwambia. I will use you. Ya kwamba nitakutumia. I will make you great. Nitakufanya uwe mkuu. I will revamp you. And God has kept this. Na Mungu amehakikisha hayo. I have seen God. Amemuona Bwana. I have seen the love of God. Amemuona upendo wa Mungu. This is why. Hii ndio sababu. I feel great. Ya kwamba nahisi. When I bless this man. Wakati anabariki huyu mzee. I feel great. Anahisi vizuri. Hii mbona ni kamoja? Yeah? But daddy, shikilia tu.
I feel wonderful. Anahisi vizuri. I feel loved by Anahisi akiwa amependwa. I feel loved by God. Anahisi akiwa amependwa na Mungu. When I feel, just start giving them. Take that mzee huko nyuma. Only wale hawaoni. Na wale wako na chuma kwa wana crutches. Msimame, msiende, msimame tu kwanza. Msimame tu hapa. Kila mtu apate yake ndio aende. Somebody somewhere this. Ujeni saidi. Mwingine aende katika sehemu nyingine. Patia, wapatie. Nikee wewe. Wapatie. Na tukuna tungine nimeona ni too less. Wewe, kaone ni less ka. Ruraka ni less ka ni. Yes. Sawa. Thank you. Asante. Kalade niko kuongerera kage. Keti chini nitakuongezea ingine, watakuongezea ingine. Ukaeni chini pale mlikuwa mmekaa. Beba hiyo mzee. Beba. Twende. Nani atakusaidia? Utaongea? Nitakupatia nafasi. Peleka keti chini. Nitakupatia nafasi ya kuongea na mimi. Yes. Sema. Uko sawa? Uko sawa? Utamwombea usijali. Kulia tu. Nenda wapi? Ndio ikalele. Songeni hivi. Wewe angalia wale wanapatia. Wewe mko na nani? Mko na nani? Yeah? Okay. Yes. Nini? Simu naongea na hao. Nani? Si umepata? Yeah? Utaongea tu. Utaongea. Wewe kaa chini. Kaa chini nitaongea na wewe. Nitakuwa na wakati usijali. Lazima niongee naye. Asante. Kaa chini mami. Ndio kaa chini. Wao wengine kila mtu atapata kifurushi chake, lakini itabidi mtapangwa, si ndio? Mtapangwa. Sasa I think you will start from this side. Kwa hivyo mtaanzia katika sehemu hii. Then the rest group mwende mkiwapanga vizuri. Kisha kikundi hicho kingine mtaendelea mkipanga vizuri. Hawa watu wenye disability you can put them on one side. Watu wenye ulemavu wako upande mmoja. Hawa ambao wamepata kila mtu mwapange the other side. Then from there
you go one by one. Kisha kutoka hapo tunaenda kwa mmoja kutoka hadi mwingine. Through specific identifications. Katika njia moja ile ya utambulizi. Identify them. Mwatambue. So that you can be able to have everybody enjoy. Ili muweze kila mmoja aweze kufurahia. I know everybody has to enjoy. Najua kila mmoja lazima afurahie. The ritual that we have. Sababu ambayo tuko nayo. Me, I never expected. Mchungaji hakutarajia. So many people will come. Ya kwamba watu wengi watakuja. I expected a few group. I had only asked for 20 people. Alitarajia tu watu kama 20 hivi. But I've seen much love. Lakini ameona upendo mkuu. You have shown me love. Umemuonesha upendo. And you have shown me that you love me. Ya umemuonesha kwamba mnampenda. So as you receive what you receive. Kwa hivyo unapopokea chochote ambacho unapokea. Take it as it is. Pokea tu jinsi kilivyo. On Sunday it will be much better. Jumapili ijayo itakuwa bora zaidi. Now I know you love me. Kwa hivyo na sasa anajua aposta anajua kwamba mnampenda. I'm going to show you more love. Atakuwa pia ataendelea kuonesha mapenzi zaidi. On Sunday let us meet here. Kwa hivyo Jumapili ifuatayo mje mahali hapa. By 10 let us be here. Kwa hivyo itakapofika saa 4 mtue mahali hapa. I will do what God has shown me to do. Na mtume atafanya kile ambacho Bwana amemuonesha kufanya. And I will make it work for you. Na ataifanya ifanye kazi katika maisha. And the members of the church. Na wengine washirika wa kanisa. You can see what burden we have. Mnaweza mkaona mzigo ambaye tuko nao. All these people. Watu hawa wote they depend on you. Wanakutegemea. I want us to be partakers of this. Nataka tuwewe kushiriki baraka hizi. Let us help in this. Wacha tusaidie katika hali hii. If you can get a sack of dengu. Kama unaweza ukapata gunia ya ndengu. A sack of unga. Gunia ya unga. A sack of maharagwe. Gunia ya maharagwe. We need it. Tunahitaji. Just deliver it here. Ulete wasilisha mahali hapa. And if you have it somewhere. Na pia kama uko naye mahali nyingine. We can come for it. Tunaweza tukakujia. We want to be a blessing. Tunataka tuwe baraka. To our people here. Kwa watu wetu hapa. More especially the PWDs. Sana sana wale wenye ulemavu. They have touched me. Mtume wameguza roho ya mtume. And I will be there for you. Na ako pale kwa sababu yao. As long as I'm alive. Ili mradi tu ako uhai. And I'm in this world. Na ako katika ulimwengu huu. And I know I'm going nowhere. Na anajua kwamba haendi popote. I want to assure you. Anataka kupa hakikisho. I will be there. Ya kwamba atakuwa pale pale. I will be walking with you. Atakuwa anatembea pamoja na wewe. Irrespective of the challenges. Katika kupasipokuwa na. So I want partners. Kwa hivyo anahitaji watu kushiriki. People who will partner with me. Wale watu ambao watashiriki pamoja na mtume. And for those that are watching us. Na kwa wale ambao wanatutazama. Wherever you are watching us. Popote mnapotutazama. We have one lady that is in UK. Tuko tuna binti moja kule sehemu ya UK. Who sent me a full sack. Ambaye alimtumia mtume gunia moja. I was so happy. Alifurahishwa na hiyo. Because I just mentioned to her. Kwa sababu alimtajia tu. And she told me, I wish you told me like yesterday. Na akamweleza mtume ingelikuwa heri kama ungeniambia jana. I will have done it. Angelitimiza. Wherever you are. Popote ulipo. I may not mention your name. Naweza kuwa sitataja jina lako. But God bless you. Lakini Bwana akubariki. And for those in the US. Na kwa wale ambao wako Marekani. Partners. Nyinyi ni washirika wetu. God bless you. Bwana awabariki. For those who are working with us here. Kwa wale ambao wako hapa kanisani. And they are our partners. Na pia tunashiriki na wao. God bless you. Bwana awabariki. We had a big list of partners. Tulikuwa na washirika wengi waliokuwa na shirika pamoja. A big list of partners. Tuko na we had. Tulikuwa. But when I invited them. Lakini wakati alimtume aliwaalika. To come and discuss how to be partnering. Waje ili waweze kuzungumzia mambo hayo. 60% of them refused to come. 60% wakakataa kuja. Because whoever called them. Kwa sababu aliyekuwa anawashika. They didn't want them. Hawakuwataka. Because to them. Kwa sababu kwao. They are little people. Ni watu wadogo. What I can tell you. Kile ambacho mtume anaweza kuambia. For your decisions. Kwa sababu ya maamuzi yako. God bless you. Bwana akubariki. Whatever you have decided. Chochote ambacho umeamua. And whatever that you belittle others. Na vile unavyotudunisha. You are so special than others. Ya kwamba wewe ni wa muhimu sana. One day. Siku moja. This woman has said. Huyu mama amesema. She was going to Kitengela. Ya kwamba alikuwa anaenda Kitengela. She was healthy. Alikuwa mwenye afya. She had eyes. Alikuwa na macho.
But after Kitengela, lakini baada ya Kitengela something just happened. Jambo likatukia. I want to thank you. Nataka kushukuru for your decisions. Kwa sababu ya maamuzi yako. For your mockery. Kwa sababu ya kukejeli. And for whatever that you are saying. Na kwa sababu ya chochote ambacho umesema kuhusu. One day. Siku moja. You remember. Utakumbuka. God exists. Ya kwamba Bwana anaishi. You remember. Utakumbuka. That you need. Ya kwamba unahitaji. Such a time like this. Unahitaji majira kama haya. Whatever we do here. Chochote ambacho tunakifanya mahali hapa. We don't do because we are bragging. Hatufanyi kwa sababu tunajivunia. We don't do because we are looking for names. Hatufanyi kwa sababu tunatafuta makuwa na jina. For numbers. Ama kutafuta na none of these people is my brother or my sister. Kati ya watu hakuna ndugu yangu wala dada yangu. My brothers are there. Ndugu zangu wako kule. Some others are taking singletons. Wengine and they are enjoying their lives. Na wanafurahia maisha yao. But I'm obligated. Lakini mtume ako na majukumu. That I have a brother. Ya kwamba ako na ndugu. I have a sister. Ako na dada. Who is not able to feed themselves. Ambaye hawezi akajipa chakula. And they need my hand. Lakini wanahitaji mkono wake. God has blessed me. Bwana amembariki. I have to share. Anahitaji kushiriki. God has blessed me. Bwana amembariki. I have something to eat. Ako na kitu chakula. I have so many children. Ako na watoto wengi. You can ask Wagare. Unaweza muuliza Wangari. He knows them. Anawajua. And they are good. Na wako sawa. And they are well. Na wako sawa. Well educated. Wako sawa, wamesoma elimika. And they are well in very good jobs. Na wako na makazi mazuri na kazi nzuri. You can't touch them. Na huwezi ukawaguza. You can't because there is God in heaven. Huwezi maana kuna Mungu mbinguni. So me, kwa hivyo mtume, my children are not those children. Watoto wake si wale watoto. My children, watoto wake is this gentleman ni here. Huyu bwana. This gentleman is my son. Ndiye mtoto wake. I give him a shoulder to lean on. Anampa bega ili akaegemee. My children, watoto wake is this girl here. Ni huyu binti hapa. I want to give her a shoulder to lean on. Anahitaji kumpa bega ili This is my daughter. Huyo ndio binti wake. I want to show her love. Anahitaji kumuonesha upendo. I want to give her a hug. Anahitaji kumkumbatia. She feels. Ili ahisi. She has somebody who takes care. Ya kwamba kuna mtu anaweza kumshughulikia. And this is my responsibility. Na hiyo ndio wajibu wa mtume. This is what God has called me to do. Hiyo ndio mtume ameitwa kwa ajili ya kazi hiyo. And this is what God instructed me to come and do. Na hivyo ndivyo Mungu alivyomwagiza mtume kufanya. And this is what you've been fighting. Na hiyo ndio umekuwa ukipigana nayo. This is what you've been trying to stop. Hilo ndilo umekuwa ukijaribu kusimamisha. And I have come to realize na amekuja kujua that the work of God, ya kwamba kazi ya Mungu, nobody can stop it. Hakuna awezaye kusimamisha. Nobody can stop the work of God. Hakuna awezaye kusimamisha. No one can stop it. Hakuna awezaye kusimamisha. No one can challenge you. Hakuna awezaye. When you are doing the work of God, no one can challenge you. No one can fight you. Hakuna no one. Even if they give you 7 days, hata kama watakupa siku 7, give them 1 year. Wapatie mwaka. They will continue saying you. Wataendelea kusema hivyo. You will attend every burial of them. Utaendelea kwenda mazishi yao. As you are still walking. Ukiwa tu bado unatembea. As long as you do the will of God. Ili mradi unayofanya mapenzi ya Mungu. As long as you sit where God you want God ili mradi unakaa mahali sehemu ambayo Mungu amepatia. As long as you walk in the presence of God. Ili mradi unatembea katika mapenzi ya Mungu. Nobody will challenge you. Hakuna atakayekupa changamoto. So I want to beseech you. Kwa hivyo anawaomba God will bless you. Ya kwamba Bwana atabariki maisha yenu. I may not have much. Anaweza kuwa pia hana mingi. But I know my God. Lakini anatumainia Mungu wake. Is the owner of silver and gold. Ya kwamba yeye ndio mwenye dhahabu na fedha. He will fedha. change your life. Atabadilisha maisha yako. For those that are sick. Kwa wale ambao ni wagonjwa, God will heal you. Bwana atawaponya. For those who are blind, kwa wale ambao hawaoni, God will heal you. Bwana atawaponya. For those who are walking with crutches, kwa wale ambao wanatembea na mti, God will heal you. Bwana atawaponya. God bless you. Bwana awabariki. So ushers kwa hivyo walinzi will guide you watawaelekeza how to do it, jinsi ya kufanya. Both the pastors and ushers, ya kwamba wachungaji na walinzi will guide you, watawaongoza. So please be obedient. Kwa hivyo tafadhali muwe watiifu. And for those members of the church, na kwa wale ambao ni washirika wa mahali hapa, help also to organize them. Muwasaidie kuwapanga. You wait until they are fully organized. Tusubiri hadi watakapopangwa. That's the time you will start. I don't want commotions. Hiyo ndio muda ambao mtaanza I want order. Anahitaji kuwa na mwelekeo. Are you getting me?
Are you getting me? Je, mnampata mtume? Me, I'm a man of order. Mtume ni mtu wa utaratibu. And I'm a general. Na yeye pia ni generali. Yes, I know how to do it. Anajua jinsi ya kuifanya. I want order. Kwa hivyo anahitaji mpangilio. And for those who want to support me, na kwa wale ambao wanahitaji kumsaidia mtume, don't go. Msiende. Come to my office. Kujeni kwenye ofisi. I want to register you. Atawaandikisha. Because on Sunday, kwa sababu Jumapili ijayo, I want us to feed more than 1,000 people. Anatazamia kualisha watu zaidi ya 1,000. If Jesus kama Yesu did that, alifanya hivyo, and Jesus said those who are coming will be bigger than me, na Yesu akasema wale watakao kuja watakuwa wakubwa zaidi yangu. I want to do bigger things. Kwa hivyo anahitaji kufanya zaidi ya hiyo. I want to do bigger things. Kwa hivyo anahitaji kufanya mambo makubwa. Through your assistance. Kwa ajili ya msaada wako. Through your blessing. Kupitia baraka zako. I want to do bigger things. Anahitaji kufanya mambo makubwa. And God bless you. Na Bwana awabariki. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV,